Bethel Clouds TV, empowering lives. Utukufu wote ni wako, sifa na ibada na sifa zote zako. Umenitenda wema, umenitenda wema, umenitendea wema. Tufungua kinywa, mwambie Bwana, pokea utukufu. Utukufu ni wako, heshima hii yote ni yako. Wewe unaheshimisha wanadamu, heshima hii ni yako. Sifa hizi zikulaki wewe peke yako, umestahili Bwana. Sijaona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijamwona kama wewe mwenye nguvu namna hii, sijamwona mie, sijamwona kama wewe Bwana wangu Yesu mwenye nguvu namna hii. Sijamwona kama wewe, wewe Mungu pekee, sijamwona kama wewe, kwa kuwa hakuna mwingine kama wewe namna hii. Sijamwona kama wewe, wewe Mungu wangu namna hii. Wastahili wewe, unastahili kuwa wewe peke yako kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, wastahili wewe, unastahili. Father, we thank you, we give you glory and honor, we worship you this wonderful morning. Ninakuabudu Baba, ninakushukuru kwa wema na utukufu wako. Asante kwa neema hata kutupatia ruhusa nyingine kuja kusimama na kufanya ibada katika nyumba hii yako, na kuwa pamoja na watumishi wako ambao umewatuma kwa ajili ya neno lako. Na kuomba tu kanitumie kama chombo nikaweza kuzungumza kwa watu ambao umewatuma na ambao umewafungua masikio yao wakaweza kusikia neno lako. Wana kuomba tu ukaweza kuniongoza, nitumie tu kama chombo. Ninakamata anga zote za wachawi, warogi wote na Illuminati, waganga na warogi wote, na kamata anga zao, na sambaratisha kazi zao na mipango yao yote, ninaiangusha katika jina la Yesu Kristo. Na kamata maroho zote zilizotumwa kutoka baharini, maroho kwenye anga na maroho kwenye ardhi na maroho kwenye territory zozote zile za kishetani, ninawakamata na haribu kazi zao, na wapofusha na walemaza na waangusha na wasambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninainua damu ya Yesu katika nyumba hii, ninainua damu ya Yesu katika nyumba hii, nguvu ya Yesu na ikaonekane. In Jesus mighty name we pray. Thank you. God bless you young. Leo mliko mnataka kuimba, mko na memory verse? Yeah? Do you have a memory verse? Oh, hi Pastor, how are you? Thank you. God bless you. God bless. Nenda kwa klasi yenu. I thank you very much, worship team. I don't know why you are struggling, but it's also the many factors that you need also to look at. Habari zenu? Muriega? Mutikege disi ya raini. Mnanikumbuka? Yeah? Mnanikumbuka? Simupigie wale wengine wako nyumbani, mumewambia nimekuja. Wale wanakujaga kwa sababu ya aposto, wapigieni nyumbani, kwa sababu itabidi munizoee tu, kwa sababu next month naenda America for 2 months. Mtafanya nini? Yeah? Tutaenda na nyinyi, mtafute fare basi na passport na visa tuende na nyinyi, kwa sababu kama ni dola si Mungu, itabidi tutembee na nyinyi. Wapigieni simu mwambie nimefika. Merene doka. Mwadhani ya osho.
it's very bad to have people who come because of you. Me, I will term them as demons. Icio nĩ ngoma. Tondũ wagĩkorwo mũndũ mokaga tondũ wakwa-rĩ, ũguo nĩ meheririe Ngai magĩka atĩa? Ũguo acio nĩ andũ arĩkũ? Acio nĩ arogi, nĩ andũ a ngoma marenda kũnjũraga. Yeah, I cannot be able to share the glory of God. You cannot replace me with God. Praise be the name of God. No, God is irreplaceable. Yes, worship God. Don't come because of a personality. Worship God. Come and worship God. Remain faithful to God. It is Him only. I'm also a servant. I'm also one of the people looking for that ticket that you are looking for. Bwana Yesu asifiwe sana. Natafuta hiyo tikiti. I'm not special. I have so many weaknesses. Ikoja niye kidogo de kioje pio. Sijui kama mmeelewa hiyo. I'm so weaker. Even imagine most of you are stronger than me. In terms ya hii mambo ya asini na nini. Mimi ndio natendaga dhambi kila siku. Mkitafuta hiyo tikiti hata mimi natafuta. Sasa msiache kuniona I'm not special. I'm just been given a responsibility. Nishike tu microphone ni wazungumzie venye Mungu ameniambia. It doesn't mean that I am clean. I am not an angel. I am a servant of God, serving as per God has instructed me. Bwana Yesu asifiwe sana. So don't worship me. Don't. My brothers and sisters, don't worship me. Don't come to church because I am. Ati nimeotoka na ndege na wewe unaotoka na mkokoteni. Si hata afadhali ukiotoka na pikipiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati ukisikia sasa wanapiga simu na ulisa. Kuwa mudhi. Ati dari kuwa. Sababu alikuwa hajaniona. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to change this culture. For sure. Next month naenda America. 2 months. Na kutoka America nitaenda Canada another 1 month. Kwa hivyo 3 months. Si mtakufa. Nitawatafutia ni prophet gani anasema sasa? Niwatafutie dia kuja profesaia. Mnahitaji prophet mwenye ataprofesaia. Awambie I can see God. I can see God. Bwana Yesu asifiwe sana. Salimikeni gaidi ya UK ya Pastor Dan na kanisa mzima ya Northampton na kanisa ya Swindon na kanisa ya East London na kanisa ya wapi tena walikuita Wales. Bwana Yesu asifiwe sana. Na huko nilienda nikakuta dhikira ya Gikuyu huko wamejenga kube hii kitu mnaitaka shetani huko kule wanajua si shetani. Acha nilistuka sana kupata kube hii kitu mnaitaka shetani hapa, na mzungu alikwambia ni shetani, ni kurudi nyuma ameweka kwa heart ya madhabahu yake. Hiyo ndio anatumia kuactivate madhabahu yake, lakini hapa ni ngoma. Nikio mudo na mura worship mudo. You see now, that's a problem, because now I have made myself to become a king over your life. I've made myself to become a God over your life. That is now why you can only come to church when I am in. When I'm not in, the God is not in. You will struggle for sure. If you cannot differentiate man and God. Differentiate what? Man and God. Man, we are just only given mandates and responsibilities just to fulfill. Once you are through with the mandate and fulfillment of what God has given you, then He gives another one and another one. I'm not the first preacher, neither will I be the last preacher. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndio shida ya kukuwa na watu washirika ambao wamehama kanisa 2, 3, 4, 5. Maana wanakuwa naitagwa religious nomads. Hawatambui Mungu, wanatambua yule na perform miracle. Kama hakuna miracle inafanyika hapa, kama hakuna watu ndio unaona anafanyanga bidii. At least niagushe watu wawili mkaekae. Because that is what you believe in.
Unajua bas kanitha ucio wena Ngai. So nitafanya bidii sasa niagushe 5 6 hivi hata kabla ya service. Na ukisipoanguka ujue nikikusukuma ukatae kuanguka nitakupiga uanguke chini. Ndio at least tumeteni washirika. Bwana Yesu asifiwe sana. It is so bad. So bad to have people that doesn't want to worship God. They just want to worship men that they call men of God. There is no man of God. All of us, we are created by God. There is no somebody who is special than others. Hakuna that is a man of, oh man of God, pray for me. No. What are you? If I'm a man of God, what are you? Are you a man of what? A man of the devil? We are all men of God. We all have the capacity. We have got the power. Praise be the name of God. Tuko na capacity, tuko na power, tuko na kila kitu. Sisi zote ni watumishi wa Mungu. Ni venye sasa wao umepatiwa kichai na kikombe ya plastic na mimi nimepatiwa na kikauro. Na the chai ni ile iko ndani ni chai. Hello. Ile iko ndani ni nini? Ni chai. Learn, mwambie mwenzako jifundishe kutafuta Mungu. Ndio tuondoke hizi mashida. Maana most of the problems we are facing, tuna face problem because we don't understand how to kutafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi siendagi huko ati naenda kutafuta pesa. Mimi nalipaga thogora, nalipa price. Nasikia niko Moscow. I'm looking for this God, the amazing God. I want to see his power. Naenda UK, I want to see his power. Naenda Malta, naenda Israel. Huko wanasema ni Israeli. Huko si Israeli. Israeli wanasema ilikuwa hapa. Maana mpaka president wa Egypt alisema Waisraeli walibebwa. Walipobebwa sasa ile kitu ilimshangaza wale wamekuja kule wakora. Walibebwa wakiwa buraki wakarudi wakiwa wazungu. Sasa alikuwa anauliza ni nini ilifanyika? Ni piritoni gani walikunywa ndio wabadilike sura? Bwana Yesu asifiwe sana. Msalimie mwenzako, msalimie tu, mwambie umesalimiwa na Apostle Dora wa Aroige. Msalimie tu. Na mwere na umwambie umuulize sasa tukikuuliza ni kwa nini ukujagi Saturday kwa sababu Apostle hayuko, muulize tu. Ati baka Apostle akwe ndio utakuja kanisa. Yaani umefanya Apostle amekuwa kamugu kako. Am I your God? Am I your God? I'm not your God. At all I'm not. I'm also, nimi pia natafuta. Now the more you make me a God, the more you disqualify me closer from God. The more you weaken me. Bwana Yesu asifiwe sana. The more you look at me like a God, the more I become weaker and weaker. Maana God will not allow me to share his glory. Sasa kwa nini mnataka kuniua? Murenda kujuraga niki? Kamutagereka tutwarane thiko nyingi. Tugoce Ngai hamwe. Ngatho ici ndacituma. Wacha hiyo kitu. Ongeza sauti. Wale wamekuja sababu ya Mungu, tuongeza sauti. Gatho Adoremo que tenía Apostle tuthi na mbere. Amoke. Bwana Yesu asifiwe sana. Aki niliwamiss. Mnaona kama niliwamiss? Sasa Buju ni aje? Bado koko job. Inakupeleka aje? Kujoka hapa. Hapa. Sijui hapa Maasha au hata Maasha walienda na mimi. Hapa. Wewe mzee, utakaa karibu na, ulikaa karibu na mama yako wewe. Enda huko. Nilikwambia mambo ya wewe kaenda huko.
Usikae karibu na baba. Nilikwambia na ukuje unitafute tufanye kazi. Nego ukwenda tatikwa kwa muthi. Okay. Ndago tunyamu. Ndora uru ibiti. Asha si wako wapi? Kule nyuma, lete watu wako nyuma hapa. Atini Asha pia walihama na mimi. Intercessor walihama na mimi. Worship team walihama na mimi. Hii hapa iko kanisa kweli? Hapa ndio kanisa. Mapasta wote walihama na mimi. Walivaa nguo nyekundu hapa. Nilipoingia ndege. Sasa waoni, ukiwauliza kitu wanasema I am not responsible. Namwambia pastor, kuja tupage hii I'm not responsible. I'm not. Alafu sasa ukiambia mtu akae chini anaanza kusema tena ulimuonea. But anyway, it is a process. Mwambie mesako ni process. Akuru. Muriega. Tageithio guo ciari ara-ini. Tondie hota gukimugeithia inyuothe. Na mutigakiuge ndeguoya. Muri okuo. Ndona mukengete ma. Mugakena. Nginya muthuri ukihara nikiranjia kumera njuire. Nigukora ithe. Baba wanyu uyu nioka. Nimwokena. Na nimureharire tukathikirima. Nigamurihira tigiti. Inyuothe andu akuru othe. Andu akuru othe aria tukaga guku othe nginya aria me mucii mumete. Tariki 19 ni ngariha tigiti wanyu. Na kiria mukaria ni ngauga murie. Neguo uguo ndikanaigwe he mundu araremirwo ni guthie kirima tondu ni tigiti. Yara megwatagia toyo uya gwatagia tigiti. Neguo kairitu gakwa ndehaga riu wiharirie na mwikire nguo cia white cia geti. Ndirarire Ruto ni mararutire marihi ma mundu mena miaka 70 guthii na iguru ndegucoka kuriha. Twikirima niguo twaugire twetie hinya thirikari icenjie andu akuru macoke guthia kuu. Niguo ni mareheririe waliondoa. Sasa mtu wako na 70 years na sisemi mtu wena miaka igana riu. Wena miaka igana 50 tonini uguo ewe kae mwana ate ewe ya gikene kiana gia biu. Ohoro wa UK the US good Adwa 70 it is store free. Tumeamua na Ruto tutawalipia bure. Na watoto wa 15 years kurudi chini. But hatutaki watoto. Tunaenda wazee, nataka 100 kwenda juu wazee peke yao. Hiyo ni bili yangu. Umesikia? Hiyo ni bili ya nani? Na hata chakula nitaenda na chef na nisipatiwe chef wa hii kanisa. Nisipatiwe chef wa huyu ya hii kanisa. Umesikia? Siwataki. Wewe ndio utasema unitafutie chef. Sasa tulio kasi tutasimama tutafanya na wewe. Ukichukua chef wa hii kanisa hapa wataenda kupigania kwa mlima. Utakuta wamelimana pako karibu atakare ngoma ile kuliko huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawapenda sana lakini you make my day. In fact mmefanya hata simena mianza kunona. Atakatumbo kabisa kurudi. Nilikuja kugundua ugo niguo muhiana. Ona ndamuririra ugo niguo muhiana, ugo nyeje kuria irio. Nikasa kukula chakula. Baba, what's your name?
Pastor Sam Kenny. Sam. Unaitwa Pastor Sam? Are you sure? Pastor Sam. Kuja tu. Another Sam. Kagaya anye derate. Eko geria kinyari. Another Sam. Anyway, where are you from? You're from Suba. Kwa kina. Is you also from Suba? Shamahoho. Oh. Salimia watu. Bwana Yesu asifiwe. Furahia kwa mbele ya Mungu. Are you happy? Can I hear a believing amen? Amen. I'm very grateful. Shika microphone vizuri. Patana mbele za Mungu kwa wakati huu. Hallelujah. I'm from Suba and my names are Pastor Sam Kenny. I'm a Sam. Sure. Sammy. Then Sam Kenny. Sam Kenny. SAMKENI. Sam Kenny. Yes. Sam Kenny. Yes. Ni jina inanistua. Bwana Yesu asifiwe. Na tena nimebarikiwa sana Wasalimie watu. Kusikia sauti ya apostle. Hallelujah. Nimejipatikana hapa, niliingia hapa jana jioni kutoka Suba, and I was very much attentively communicating with the apostle. Uko wapi? Akaniambia nimetoka kanisani, niko nyumbani. Nikamwambia basi kesho tutakutana kanisani. Bwana asifiwe. By the arrangement of the Holy Spirit, I found myself here. Nimengangana pale nje kutafuta hapa, manake I got a wrong information. Nilikuwa nafikiri opposite Ena Coach. So nikaenda kule kutafuta. Nikatafuta, nikuuliza watu wapi kanisa. Nikapata kanisa siku mingi kule. Hallelujah. But what we are looking is the church of God. We are not looking churches. Bwana Yesu asifiwe. And I'm very much happy because I'm in the midst of the people of God. That is the church of God. So I know I'm in a right place. Thank you. I request Apostle Yes. to let me stop it there. Yeah. Thank you, Mr. Sam. Pastor Sam. Thank you. Tunaomba Mungu tu. Yes. Mtu wa Amerika ni kwenda kugeithia ndo. Kuja tu salimia watu, mtu wa Amerika. Sinana ni mama murebo. Si anatosha uga. Yes. Unagera. Ari agithuku guku tige tutiaragia kiria. Tutura mwathani agocwo tu. Nona kinya microphone ni rarega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Jesu akumio. Jito wajigo amugai te bururi ucio mwega witagwo Clean City, the US. Ti mwega. Ni mwega. Utikenda kiega ku. Ni mwega. Odogo corruption. Jesu ni ahonoketie. I was here December of last year, and I'm happy to see the beautiful women with the vitambas. Kiha giake. Hamukukua mko sawa sana. No turakura. Mukoreta muno. Congratulations. Hii microphone iko na shida gani? Wewe umesubaa tu hapo na angalia, unaona microphone mzuri na unasubaa tu hapo. Watu wa jamaa hao wanakuanga hivyo. Koguo ni ndiracokeria Ngai ngatho ndi muhonoku. Gwitu ni Naikuru na ndirokite kuona mami. Tondu mundu arega kuhika ri aroraga nyina. So my mom is fine. Niokire kanitha last year ni ndamurehire na akihoerwo ni Pastor Ndura. Na sasa ako na memory yake yote. She was very sick last year. So I thank God for the
healing of my mother. Na ndirahoya ati nyumete nyumba ya 18 children. My dad had 2 wives. So we were 18 children. That's a lot. So ndiracokeria Ngai ngatho ati mahinda maya Ngai ahete mami. Turahoire nake na ndiramwira ohere baba tondu ahikire ekairitu ka 14 years. My dad is late. Na mami aranjira ni amuoherete ni kwendio uria endirio tamburi. Yes. Kwoguo ri sijui hiyo maneno imetoka wapi, but nimeambia Mungu asaidie wasichana sana, especially the Kenyan people, and na muiritu Mugikuyu mundu ndakendagie ni undu wa besha. Ngai ena hinya wa gukuhe kiria giothe urenda wina muthuri kana utari nake, tondu Ngai niwe muthuri wale amatari na athuri. Onoko athuri ni biberiko, athuri ni biberiko, no Ngai ni aiguaga mahoya. I left Kenya 20 years ago, ti tondu ndari muthomu, no ni tondu ni ndaturirie ndungira Ngai ndirenda unjeherie Kenya ni undu wa maundu maria mothe ndageragira, tondu ndageire ciana igiri itahikite, na my brother makinjira you are not useful because we took you to a boarding school, primary, a high school, boarding school, a college, and after that you didn't get married. But I told God, that was 2005, after my daughter was born in January. Direda weonanie Ngai. Na in the end of that year, 2005, Ngai akehe green card. Deo Wuhana, my daughter is now 20 years old. Na eko America, and my son is here. Kuo Ngai ni agukuhe kiria uramuhoya waturia ndu. You don't need apostle, you need God. You don't need apostle, you need the Lord. You don't need apostle, you need the Spirit of the Lord. You don't need apostle, you need the Spirit of the living God. Praise the Lord. Ngai agoshwo ati wetie presence ya Ngai yukaga kwi mwana, yukaga kwi mutumia, kwi muthuri, kwi kana uhana atia kana uhana atia. Ndonaga ndinyararite muno ngera Ngai ndatwarirwo cukuru njega cia Nyeri kuria kwiragwo mathira ma githomo, no ni ndariragira Ngai ngamwira baba wionanie, na Ngai neonanetie. Mami arahoire arauga we niwe ugu continue with praying for this family. She left the mantle to me as a single mother of 2 who was despised. Are you there? Despised? Do not be despised and then despise yourself. Dukenyarare tondu ni unyararitwo. Ita Jehova na ni egukuigua. Ita Jehova na ni egukuigua. So God bless you. Dio dawo wo niki no wo nigo Ngai akwendaga muigue. Tuona ginya ni abereria kuhunja. Do not need a apostle. You need God. Hallelujah. Oh, thank you very much. The topic today is allow the process. Allow the process. Etekera tu. Ngai atwaririe ngari yake. Yani allow the process. Kubali tu process ipite. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this is a process. Sometimes ninakuanga mimi peke yangu nashindwa. Why God? Ni kwa nini ulikubalisha nipitie mambo nayapitia? Because sometimes it's so painful. I thought that preaching will make my life to be better. I thought like nilikuwa nafikiria nikikaa maisha ambayo nakaa sasa my life itakuwa mzuri, but it's completely painful. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niwapatie tu my example. Ndio mtu wako hapa uone that God can change somebody. The challenges that I face in life day to day, the people I meet, the people I am with,
the kind of family I have, the kind of congregations I have, ni watu ambao hawakuja kunipatia amani, walikuja kunimaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Every time I have a problem with one person to another person, every time ni kuna challenge moja inatoka hapa, ingine inatoka hapa, ukisikia kidogo kidogo familia, your own family, nyinyi mlikuwa 18, sisi tulikuwa 20, wale tunajuana. Bwana Yesu asifiwe sana. Baba yangu alikuwa wabibi wawili, wale tunajua. Kwa sababu hatuwezi kujua. Huwezi kujua secret za wanaume. Sasa unaweza kujua secret zangu. Sasa tunasemaga wale tunajuana, bibi ni wawili na nini na watoto ni 20. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unakuta kuna challenge in life, there is a challenge. When you see me traveling from one country to another country, it is not that I like it. It is not that it's in prestige. Najua kwa nini nataka guy he doesn't like. Yes, I would love to be here gemuhujeria. Gemwiro horo akanajikarete hau gehujerio na inywe. That is could have been my best thing, sitting there to be preached to. Because I will hear the word of God. I will hear the voice of God. I will walk the way God wants me to walk. But now, unaamuka asubuhi ukikuja hapo unakuta everything is shagarabagara. Umeomba usiku, umeamuka kama sasa nilikuwa hapa 3 o'clock, nimekuja sasa nikuje tushikane na wale tuko nao hapa tuombe. Lakini unfortunately unakuta something is completely different from what you would have wanted. Then you are asking God, why every time there is a challenge, every time kuna kitu kingine kinafanyika? So you keep asking God, ni kwa nini Mungu? Ni kwa nini unikubalishe nipitie ambao nayapitia? Na muuliza tena, Mungu, hii maneno napitia ni mpaka lini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii mambo nayapitia maana niko hapa, I am giving people hope. Sasa nyinyi hapa sinawapatia hope, mmekuja kunisikiliza. Lakini inside me there is a lot of pain. You are being ministered to by a person who is carrying a pain kwa moyo wake, who is carrying a pain in the body, who is carrying a pain in his soul, in his spirit. There is pain all over me, but I cannot run to kudikoleo. Inyo mtangagerera apostle, mnakujaka kwa apostle. Sasa mimi nitaenda kwa nani? Agnes, wakati umeniandika I decline, where should I run to? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yani umeniondoka umeenda, mtu wae. When I thought that nikiwa na huyu hapa karibu ataniombea, atasimama na mimi, instead kunipiga, ananipiga. Unakuwa na viongozi, unatengeneza kanisa, unaacha una viongozi, unasema hii ni elders, hawa ni pastor, hii ni worship team, hii ni acha. Alafu ukikuja tena kutakuta wao wanalimana, unakuta wanalimana ni kama watu wa kwa shetani. Baka unauliza Mungu, niulizie shetani, kwa sababu Mungu anaongea na shetani. Niulizie shetani kama ni yeye yako kwangu. Anauliza, ananiambia, hata shetani anasema sijui, hawa watu siwajui. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. But I came to learn one thing, that God has a reason for everything that goes around you. Kimungu ako na sababu, hawezi akakupatia kazi na majukumu ambayo hauwezi kuyatafsiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo unaweza kuwa unapitia hali ni ngumu, maisha yamekuwa magumu. Sometimes ndio unaonanga wazee hawa nawapenda because they teach me a lot. Ndio ule mzee afikishe miaka 100, unafikiria amepita mapitio magani, amepitia njia gani, what has happened to him. Ndio afike hiyo level amefika 105 years, ni maudu maiga na gereire ginya kinyi hau. Me, I'm crying and I'm only at my 40, at my 50, at my 30, at my 20. I am crying that the life we are is so difficult. What about this man ambaye amepitia 105 years? 110 years. What about huyo mama yule anakujaga hapa ako na 140 years? Amepitia mapitio gani? Then God was reminding me, akaniambia Mothisera alikuwa na miaka 900. Ni 900. Enoku hata hajakufa bado ako hai, bado anapitia. Sijui kule yako, lakini alienda na Mungu, anapitia kuna mahali yako ana challenge yao. Akaniambia tu miaka yako ni tuchache sana. Haujafika hata nusu ya ile nataka ukae dunia hii, and you are crying. Akaniambia weka mizigo yote chini, weka kila mtu chini, weka kila kitu chini. Be yourself, I want to deal with you.
Until you come to realize that when you are carrying the baggages, these baggages will cause you to suffer the more. These baggages zimekuja to make sure you are distracted from the plan of God. Praise be the name of God. That we are facing challenges not because these challenges are there. Zingine ni imagination. Maana ni wewe ulienda kujitafutia watu ambao uliwaleta kwenye life yako, kumbe ulienda kuleta magonjwa kwa life yako. Why did you do that? Bwana Yesu asifiwe sana. Ulienda ukachukua wazee kama hawa, huwa nafikiria every single minute they are like my children. I don't think more of my children kuliko hawa. Ninauliza ni mareire, ni manyuire. Kuna kamukate, kuna mtu aliwaletea uka. Na upiga simu na bio waliwacha kuleta uka kwa sababu ulienda UK. Waliwacha kukula chakula kwa sababu ulienda UK. Sasa unashindwa, umelea watoto ambao umelea umeacha, sasa ukasiwa akina Agnes, akina Ani, akina Charity, akina hapa. They are ready, they are mature people now, they can handle the process. Ukirudi unakuta kumbe walikuwa ni makora na madadhani. Bwana Yesu asifiwe sana. And then now you go back to God. You told me you are going to raise a generation that is going to walk with me. Where is this generation? Anakuambia that is the generation I gave you. Guy. Unamuuliza tena. Hawa. Akina Mase. Akina huyu. Akina yule mwingine. Hawa ndio the generation you told me. Yes, they are making you come closer to me. Because the more I become more frustrated, I go back to God. Then I have more conversation with God. Ndio naogiaka sana na Mungu hiyo kwa sababu kiani nikegira goko, geshikone kegira goko, egere kegira goko. Yani nimesumbuliwa. Nakibiaga wapi? Nakibiaga kwa Mungu. Nikamuuliza Mungu, kwani uliniambia you're going to give a generation, utaenda kunipatia watu ambao watakuwa na mimi, watatembea na mimi na watasimama na mimi? Akaniambia ni hao. Hao sasa si wamekuleta. Kama ungekuwa umepumzika, mimi nakujua wewe ni mang'aa. Kama ungekuwa nimepumzika, unakula chang'aa mahali ukifurahia maisha, lakini nawe we are talking now. Hao ni mimi niliwatuma huko ndio wakusaidie. Kwa hivyo kuna challenges zingine tuko nazo. Mungu amekubalisha ndio zikuwe kwetu, situsaidie kwenda katika level hiyo nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie mwenzako bado Mungu anashughulika na wewe. Kubalisha Mungu, process ya Mungu ikupitie. Kubalisha Mungu akushughulikie. Kubalisha Mungu kama mambo haijafika, usikimbilie na usipapatike, ikarao rougwo gainera gushughulikira. Hallelujah. Sometimes naonaga watu wengine wananiangalia macho mengine baya, wakishaga kwani hii maneno nitayapitia bakalini kwa mikono ya apostle. Sio mimi hata sikujui. Let me tell you, no most of you me hata sijui na majina yenu. Si unaona wakati mwingine nakumbuka na ulisaga huyu tunamuitaga nani, because I don't have room to keep anybody's name. Hallelujah. I don't have room. Au kina tukiongea na wewe na sahau hiki. Na sahau nasugua naitagwa Charity. Paka nauza yo tumuita kate na bio ni Charity. Na Charity tumekaa naye because I don't have room to keep anybody's name. Sina. And I don't have room to keep anybody as a friend in my life. I don't have a friend and I don't need one. I need Jesus as my friend. A Jesus who will never forget me, who will never forsake me, who will never leave me. But I know friends watakuagusha. Friends watakutetesha. Friends watapigana na wewe. Friends watakusegenya. Leo unatoka hapo kienda kule kwa kona, wale mlifikiria ni Fred unakuta ndio wanakusegenya, wanakupagia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. And this is what we must learn. Leo lazima tujue that allow the process of God to go through you. Don't rush on things. Don't move to make things work. Don't even push for things to work. Ukiona hiyo kitu imeanza kukwama, odoka na uende. Wachilia Mungu afanye kazi yake. Ukiona kazi umefanya kazi haifanyi, haikidwa kitu. Ukiona uko kwenye kazi yako, things are not moving the way you should have wanted them to move. Don't worry. Mungu hajakuachilia, yuko pamoja na wewe. Ni wewe ulikibia mbele ya darama. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wewe ulijiingiza kwenye jambo ambalo halikuwa tayari, lilikuwa bado halijaiva, kitu kilikuwa bado hakijatengenezeka. Give God room. Allow God to do his will. Allow God to do his plans. Let God be perfected in you. Mwadhani ya Joshua. Tusome kitabu cha Psalms 145. Psalms 145 verse number 16 to 21. Mutanikubalisha. Nitaendelea masaa, nitakula masaa kidogo.
na siobi si urusa naomba ni kukomadi na komadi kani ate ida kidake mumisete yes ida kida kumwarageria mukoni mnani misete esho lechwadi takwenda keria direko eko rakeri we mwega my friend ikawatigire kumisaga ekekinya hau ekekinya hau tupatie Psalms 145 verse 16 please quickly. Awi amekataa kutupatia. Yes, wacha nijisomee. Verse 16 to 21. You open your hands, you satisfy the desire of every living beings. The Lord is righteous in all his ways and kind in all his works. Kiswahili, nani atatusomea Kiswahili? Tupatia Kiswahili tafadhali. Unaona shosho wako hapa unataka sasa nianze kutukanwa. Ati manasema manaongea maigilishi. Tupatie Kiswahili. Nataka shosho asikie. Amenimiss. How do that? Waufumbua mkono wako kwa ukarimu. Yaani mkono wa Mungu ameufumbua kwetu kwa ukarimu. Sasa angalia majuto ambayo unayapitia. Angalia the challenges ambazo unazipitia. Lakini Biblia inasema nani? Mkono wa Mungu umefumbuliwa kwako kwa nini? Kwa ukarimu. But mambo ambayo unayapitia, unatafuta Mungu kwa hiyo maneno yote, unamkosa. Lakini Mungu anasema waufumbua mkono wako kwa ukarimu, wautosheleza mahitaji ya kila kiumbe kilicho hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni kiumbe kilicho hai ambacho kimetosheleshewa maneno yake. So whatever situation ambayo uko saa hizi, sio situation ambayo Mungu amejali, hata amekuacha ameenda, kwa sababu anajua you are safe. Despite the challenge, despite how difficult it is, bado anakupenda. Huyu Mungu amekutosheleshea mahitaji yako. You are lacking nothing. It is only that wewe ndio umefungua macho ukaona venye ulitaka kuona. Lakini kwenye macho ya Mungu ametoshelesha mahitaji ya kila kiumbe, everybody. Hata yule amelala njaa siku 3, Mungu amemtosheleshea mahitaji yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana hauwezi kulala njaa siku 3 ukiwa maiti. Si ndio? Utalala njaa siku 3 kwa sababu uko hai. God has given you something. Amekupatia uhai at least. Ni chakula haijakuja, lakini ni kwa sababu chakula ni neighbor anapatiwa, it is waiting for you, utapata. Ni kazi ni neighbor amepata kazi kwanza, uko karibu kuipata. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse 17 inasema namna gani? Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika njia zake zote. Ni mwema katika matendo yake yote. Yaani katika matendo yake yote. Matendo gani? Ya Mungu yote. Whatever that is happening in your life, God is still faithful. Bwana Yesu asifiwe sana. Whatever abuses you are going through, whatever challenges you are going through, whatever difficulties you are going through, jambo lolote ambalo unalipitia, God is still faithful. Ni mwadilifu. Bado anakupenda, bado anaitwa Mungu, bado anaendelea kuitwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukienda unaanguka, unaenda sasa umefika mwisho, ndoa yako imeanguka, biashara yako imeanguka, hakuna kitu chako hata kimoja kimesimama, bado Mungu anasema Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika njia zake zote. Ni mwema katika matendo yake, si tendo moja, katika matendo yake yote. Wherever you are, whatever you are, God is faithful in everything. God is still God, and he will remain to be God. Hiyo maneno unayapitia, just usijalishwe nayo. It is a process. Allow the process. Tell your neighbor, allow the process.
Yani just allow the process of God to go through. He knows you by name. That's the Bible says so. Anakujua kwa majina, anakujua mpaka kwa damu, anajua kule umetoka, anajua wewe ni wa msimu gani, anajua wewe uko na miaka gani, anajua uko na watoto wangapi, anajua uko na wazee wangapi, anajua uko na wanawake wangapi, anajua kila kitu. Na anakupitisha tu, ana allow. Because he knows you are a child that belongs to the kingdom. Wewe ni mtoto wa kifalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na anakuunda kulingana na ufalme ambao anaenda kukupatia. Anakuunda kulingana na jambo amekutengenezea. He has made you. Amekutengeneza kama chombo fulani, chombo ambacho kitatumika kwa kazi fulani. Kuna mtu hapa ametengenezwa kama lori, kuna mtu hapa ametengenezwa kama baiskeli, kuna mtu hapa ametengenezwa kama pickup, kuna mtu hapa ametengenezwa kama nyumba, kuna mtu ametengenezwa kama food. Sisi wote tumetengenezwa vitofauti kwa ajili ya kazi tofauti. Kwa hivyo mapitio yetu ni tofauti. Lakini mapitio yote ni moja, though ni tofauti kulingana na kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unapata watu kama sisi tunasafiri mpaka unashindwa. Wengine hapa naona wanaangalia wanauza oyo kali odhiaga. Unaedo kegodhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu akifungua milango. Kuna wakati nilikuwa natafuta visa. Ninanyimwa tu kwa kuangaliwa kwa sura. Sura tu hivi wanasema, "Are you Mr. Soade?" So yes. No visa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka kuna mtu mmoja alikuwa ananijazia, nilimwambia anijazie visa ya kwenda Europe. Akajaza, akaniuliza, nilikuwa nimempatia majina yangu. Hii majina yangu hainaga hii mnajua. Sasa akaniuliza, by the way, ule mtu anaitwa Dora ni mko related? Kwa sababu tulikuwa tunaongea kwa simu, nilikuwa connected. Akaniuliza, mko related? Nikamwambia si ni mimi. Akaniambia hakuna haja tujaze, hautapatiwa. Hakuna haja tujaze, hautapatiwa. Nikamuuliza kwa nini? Atakata simu, nisijulikane tunaongea na wewe, utafanya nyumba yako, kazi yako ifugwe. Mwakini Mwenyezi Mungu ni mwadilifu katika kila njia. Wewe ambao unapitia whatever you are going through, the challenge ambao unaipitia, kama ni biashara, kama ni ndoa, kama ni familia, kama ni kazi, kama ni kihuduma, God is still faithful. Atakuinua. Mwambie mwenzako utainuliwa. Mwambie hata kama sura yako inakaa kutokuinuliwa, utainuliwa. Hiyo sura ndiyo itatumika wewe uinuliwe. Maana watahitaji sura baya kama yako. Itahitajika sura kama zako. Verse 18. Nipatie 18. Unajua kuna mahali wanaweza kutaka stone face people. Hello. Na sasa kama huyu kamejirebesa, kamejipodoa, kanaenda kupresent, kanaambia no, we are not looking like people like you. Tunataka watu masculine. Matuma stone face. Sasa unashindo mpaka kile kimutu kilikuwa ulikiobateki huko, ukiuliza huyo nake ali no onewe ila huko, unakuta that is the priority ndio wanatafuta. Maana God is faithful. Mwenyezi Mungu, si tuende 18. Ule. Nani atanisaidia sasa hii maneno? Verse 18 please. Ama computer zimehang. Zilienda Dubai. Mwenyezi Mungu yuko karibu na wote wanaomuomba. Haleluya. Sema yuko karibu kwa wote ambao wanamuomba. Mwenyezi Mungu yuko karibu na wote wanaomuomba. Wote wanaomuomba kwa moyo, si kuomba tu. Wale wanamuomba kwa moyo mnyofu, moyo ulionyenyekea, moyo uliobondeka, moyo uletwa chini mpaka ukafanyika chombo. It is about you and God. Some of us Mungu amekataa kutujibu maombi yetu. Si kwa sababu Mungu hasikii, lakini moyo wako umekaaje? Unajua kuna watu wako na moyo uko na minyogoro. Halo, unajua kuna watu wako na roho baya, chuki, wako na yani moyo wake umejaa uchafu, kifua kimejaa, maholi imejaa, kila kitu imejaa uchafu. Uuliza huyu mtu ukuti akiomba, God. Kuna kini kile nenda goro ni menyogoro ira muita. Okay, si ya nero hora muita.
Goro ena goro yana ya nyoka isiragio kuruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ako na goro ingine ni kama ya porcupine, inasikia katukorusha misare. Na hiyo mtu ni hapa ako number 1, anajua Biblia yote, anajua kudhioma, anajua kuzungumza, lakini mwachie watu siku mbili, hautapata watu hapa. Todogoro yake na kiura ni the same. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kebu. Kuna wengine wako na roho za kebu. Saa hizi tukiongea na huyu, tukiongea na huyu mama inakuwa white. Nikiruka hapa inakuwa yellow. Nikiruka hapa inakuwa black. Nikiruka hapa inakuwa kara hii. Maana ndani huko ndani, hata shetani akiulizwa na Mungu, huyo pia ni wako, shetani anasema asha au shetani wako. Kile wao akiliga nao, ukirute tame tugone yone ko. Penda wenzako. Love your brothers and sisters. We are all made from one God. We are the children of God. Love that brother. It doesn't matter amekaa namna. Be humble. Let God lift you. Nyenyekea Mungu akuinue. Wache kukuacha kiburi. Wache kuona ni kama wewe ni special. You are not special. Wewe ni modhoa. Ni modhoa. Sio kama ushaona mtu amekufa saa hii hapa kwa barabara. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasemaka ole utuma nake. Na unakibia kufika hapo. Unasikia wakisema chukueni mwili. Ole utuma nake. Sikia statement ya kwanza. Ole saa hii tumekuwa na yeye. Lakini ukifika hapo mapolisi na ambulance wanasema saa hii ndio tumechukua mwili. Sasa kumbe mtu anabadilika amekuwa mwili. Wakati alikuwa ingine ole saa hii tulikuwa na yeye. Lakini unakuta statement nyingine pale wanasema tubebe nini? Tubebe mwili. Na kutoka hapo naanza kusikia mwili ilikuja. Mwili imepelekwa. Mwili italetwa. Tumeweka mwili mzuri. Mwili itaenda kupasuliwa. Mwili unashindwa. Si huyu ni mtu tulikuwa tunaita John. Kwani alibadilika akakuwa mwili? Abia mwenzako nyenyekea uinuliwe. Si umwambie, wacha kuniangalia. Mwambie mwenzako na umwangalie kwa macho. Uone venye ana respond. Mwambie nyenyekea, Mungu atakuinua. Yes, God will bless you. Just be humble. Kuwa na moyo mnyofu, penda kila mtu, wapende hawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama mimi kuna kitu nachukia kwa nyumba hii, ni yule mtu anapiga vitoto vya hii nyumba. Haki nitakubomoa hata kama wewe ni nani. Nitakuleta chini. Na hata utajichukia. I love the people because I know where I have come from. Nilikuwa chokora, nilikuwa na guru hapa, na kigunia. Na wakati mwingine nilikuwa nabeba mafi kwa mkono. Maana mafi ilinisaidia kupata pesa na chakula. Nyinyi mkifikiria mafi ni ya kwenda Ruai. Si kuna wengine tulikuwa tunajua mafi, ukishika mafi hivi utapata chakula ya jioni. Nikikuta kimzee kama hiki namwambia, lete pesa ama niachilia. Utafanya nini? Utatoa. Hapa OTC niliitisha watu. Nilibeba mafi. Niliitisha watu, walinipatia, na hawezi kukuuza. Na kwa sababu hauko peke yako, Mungu kama watano. Mmoja yako pale na mafi, mwingine yako pale na mafi, mwingine yako pale na mafi. Ukiangalia yule unaona yule yako na mafi, huyu yako na mafi, huyu yako na mafi. Utapatiana. Tukashiba tukakula. Everything is an opportunity for everybody. That struggle mtu anapitia. Hiyo dhihaka mtu anapitia. Hiyo challenge mtu anapitia is a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna jamaa mwingine rafiki yangu anakujaga hapa wakati mwingine, anakujaga mwisho wa mwezi. Analetaga 10% yake. Anakuaga na moshari. Sasa ananiletea 10% hapa. Sasa anaingia sasa nakuta kuna wamama pale wanaenda wanapaga laini, wanataka kuombewa. Sasa wakienda wanataka kuja kuombewa wasikufe. Alafu all of a sudden ninaona rafiki yangu anakuja na kabahasha kazuri. Hakujaga na tu pesa kidogo, anakujaga na kabahasha kazuri. Na anakuja ananiletea darehe taidhi yako. Nimeleta taidhi yangu. Alafu unafungua Biblia mara kaidhiri. Atile fanya nini? Leteni fungu zenu za 10 na malibuko na nini? Na magetha manyu ya kwanza. Muone kama sitawafungulia milango na madirisha. Alafu mimi nakuja hapa, simama hapa, naona wamama 5 wako kwa laini, wamekuja kuombewa wapone, lakini kuna mtu amekuja kutafuta wao hapa. Maana hiyo 10% ameleta ya kazi kufungua dini, milango na madirisha. Kazi yake ni gani?
Sasa amekuja kutafuta nini? Mungu amusikie, amfungulie milango na madirisha, watu 2 watano waende, ndio mtoto wake apate school fees. Bwana Yesu asifiwe sana. There is opportunity in God's kingdom. Opportunity is available. Maana huyo watoto wake wanasomaka kwa sababu ya nani? Wewe kukufa, bwana yako kukufa, mke wako kukufa, mtoto wake anapata school fees, anaenda New York kusoma. Anasoma on dead body. Hallelujah. Na wewe unang'ang'ana kutafuta good job. Jobs are available. Ukikaa kidogo kwa Fred yangu, hata ninamuona leo amefika, ndiye anatengeneza kama jeneza. Sasa unataka kuniambia amekuja kuomba kanisa ipanuke ama kanisa ipunguke? Huyu amekuja kukosa kanisa ipunguke. Maana sasa anaona possible candidates. Yes. Nebuwa. Mtu wote zote kaida tuko akuona kake customer. Ni kama hawa wanakuaga hapa chini mahoka wanakuambia karibu customer, karibu customer, karibu customer, karibu customer. Simu ni ya kadi ni ya 50. 50. Na proteka ni ya 50. Sasa akikuangalia na kuangalia naona nini? Customer. Mtu mmoja ndiye akikuangalia anaangalia nini? Customer. Hallelujah. Sasa niambie, mimi ni pastor wako. Huyu ameingia pale na huyu mwingine ameingia hapa. Nitaombea nani kwanza? Wote wameniletea fungu la 10. Nitachukua ya nani? Huyo wa mochari ninachukua yake, si ndio? Ninamuombea nini ifanyike? Milango ifunguke. Sasa nani amefacilitate hiyo milango ifunguke? Kwa hivyo muuaji ni nani? That is how amazing our God is. He knows to balance things. He knows to take care of everybody. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndio unahitaji moyo mnyofu, moyo unaopenda, unaonyenyekea. Allow God process to be going through you. Wacha kiherehere, wacha kujiona ni kama wewe unafaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. When you get yourself in that situation, unaona yule ni mtu wa moshari, na huyo ni mtu wa jeneza, na huyu ni mtu mgonjwa. Wote wamekuja kukuona. That is when you know that God loves all. Mungu na kwa sababu wa moshari anakujaga. Juzi alinipigia simu akaniambia kazi imekuwa mzuri. Wela wagerete muno na neguka kukuona. Ndiye alinilipia fare ya kwenda UK. Kwa sababu kazi ni mzuri. Nimeba hii kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndio nataka muelewe Mungu ni nani. Sikupatia hiyo story ukue scared. Just to understand and know who is God. And how does he want us to live. And how does he anatutakaje. Anataka tuikale atia. Because it's God. Mimi nilikapiga hapa magoti siku 7 nikiambia Mungu nitumie watu watakao simama na huduma hii. Mtu wa kwanza alikuwa moshari. Huyu alitumwa. Huyu moshari kwa sababu alikuwa na shida. Alikuwa ametaka nimuombee asikufe. Lakini anataka watu wengine wakufe. Maana hako na ugonjwa, alikuwa ni mgonjwa. Na ugonjwa wake ni kitu yani kinamshikaka anaanguka chini. Na nilimuombea na akapona. Lakini huyo Mungu alisikia maombi yake akaanza kuua watu. Ndio huyu mtu kasi yake ifunguke. Understand this God. God is a mysterious God. He knows how to balance. If only you can have time and listen and want to know who is God. The day you learn to know who is God, hiyo maligo yako yote utaachana nayo. Hiyo kujiona kwako wewe ni kama wewe ndio wa maana sana utaweka chini. Wewe kujiona kama wewe ndio special kuliko watu wale wengine utaweka chini. Maana wakati ule nilikuwa nabeba mafi, Mungu alikuwa anasikia. Maana nilikuwa naambia Mungu nisaidie sijakula chakula. Mungu ananipatia idea beba mafi. Si ya shetani, hiyo iko ya shetani. Ilikuwa idea ya Mungu. Maana alisema viumbe vyake vyote anavihudumia visawa. Mimi ni kiumbe cha Mungu na nilipata chakula. Maana nilikuja kwako kaninyima. Sasa mimi nikamwambia amekunyima kaenda kwa barabara. Mgojee hapo atakutolea yote. Na mlitoa nikakaa mzuri. Nikiwa chokora huko Mweki, huko pale Mweki, mahali panaitwa Maguo, wale wanajua Maguo. Nilikuwa nimejeka nyumba yangu ya makaratasi. 2 bedroom huko ya makaratasi. Huko kwa hiyo kichaka. I am an investor.
That is why Mungu aliniangalia mpaka akanipatia nyumba. Nikiwa chokora nilijenga nyumba. Wewe ukiwa umesoma, wewe ni waketa nyumba. Wewe mdhomu utali watu ikashokora. Mimi nilijenga nyumba nikiwa chokora, nyumba ya makotoni. Mimi niliona hiyo, nilikuwa na yadi yangu. Mashokora wote waliokota machupa, wakaokota makaratasi, walikuwa wananiletea na pima, na leta lori inachukua. Nikiwa chokora nilikuwa mdosi, nilikuwa nimebroi kazi. Ndio unaona Mungu ananibariki kwa sababu aliniona katika ile hali yangu ya unyonge, akanibariki katika hali ya unyonge, na nikakuwa msaada kwa wengine walikuwa na unyonge, nikawasaidia. Na ndio naona hata sasa hivi bado ninawasaidia, because I understood the concept of God. I understood ati nikajua Mungu si Mkikuyu, Mungu si Mjaruo, Mungu si mrefu, si mfupi, Mungu si mnono, si mwanamke, si mwanaume. Mungu ni Mungu ya wote. God is omnipresent. God is kila kitu. Wherever, how you want to fix God, he will be there. Ukitaka kwenda ni ya maji ya glasi, utamkuta kule ndani. Mungu ukimtafuta kidogo unamkutanga kwenye nini? Kwenye miti anaitwa mzabibu. Haleluya. Ukienda kidogo unamkuta hako ndani ya maji anaitwa nini? Maji ya uhai. Ai, unashinda huyu Mungu kwani ni nani? Na hapo ndio ndio wote ile kinyora kinyekio kinyo. Ni uroki honokete. Ginya goko ginya hakwe kugia na mahoha magetorekera honokio aku goko. Mwathani agocwo. Mwambie mwenzako cool down. Relax and see the amazing God. Alimwambia Musa, sit down and see the deliverance I'm about to bring to your life. The people you are seeing today, you will never see them again. Hallelujah. Moses alikuwa shafika mwisho, maana things were not working for him. There are times that you find that things are not working for you. There's a time that you think ati kila kitu ulikuwa umeweka mwihoko yako yote, it has failed you. Watu ambao ulikuwa unawategemea, they have failed you. Hope ambayo ulikuwa nao kitu kimefanyika, it has failed you. I want to assure you today, it is the people that have failed you. God has not failed you. God is still. God wanted you ufike mwisho na hawa watu ndio asante na wewe. Maana God is not a man that he should share glory. Na usianze kulala hapa, utakula coffee. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule wako na license ya kulala hapa ni mtu mmoja tu. Huyu ni nani yako hapa? Mama. Kaiwo. Kwani kuna gedito na fuga hapo? Bwana Yesu asifiwe sana. It is people. And why the failure has come? Because you chose wrong people in your life. And that is why God had to wait for you. Ujuaji yako yote ifike mwisho ndio waondoke akuletee watu wake. Mwathani agocwo. Mwambie your neighbor, God is about to bring the right person in your life. God is about to bring to you the right connection. The right business is coming. Mwambie the right business is coming. The right ministry is coming. The right people are coming in your life. Watu ambao ni wa hakika, watu dropped from heaven, they are coming. Bwana Yesu asifiwe sana. Usihangaike kumanda kabiashara kama yangu kumejaribu ukumehakisha kanazima umekahakisha kamezima wacha endelea kuhakisha. Isaka aliendelea kuchimba visima kikazuiliwa, akachimba kingine kikazuiliwa, akachimba kingine. Continue being the process of God. Continue worshiping this God. He's about around the corner. God will bless you. God will lift you up. God will make you the failure to become the success. God, what is doing with you is writing a testimony. What you are going through is a testimony. Lazima andike. There must, for your success to come, there must be a testimony. There must be something that God is writing. Ndio akikuja kusimama ataambia watu, huyu mtu alikuwa chokoni. But God is God. He has made him to be different. Sasa unaweza kuimagine mami, unaweza kuimagine venye unaniheshimu, maana unaniheshimigi sana. Unaweza kuimagine kuna siku nilikuwa nimeshika mafi. Imagine nilikuwa nashika mafi hapa Otisi hivi. Na najua huwezi kubaliana na mimi, lakini I did that. Unaweza kuimagine nilikuwa na mkebea guru hapa na kigunia. Unaweza kuimagine nilikuwa najika buduki na kipaga. Unaweza kuimagine nilikuwa nauza changana na nini na miti ni dawa na bagi niliziuza.
Bwana Yesu asifiwe sana. I didn't have hope nikiwa mkuru kwa Ruben. I didn't have hope. Maana maisha yangu niliona imefika. Nilikuwa na kilabu yangu, nilikuwa natengeneza miti ni dawa. Miti ni dawa tulikuwa natengeneza, haikuwagi miti ni dawa, inakuwa ni sukari ya guru na sukari ya kawaida na yeast. Hiyo nimetengenezea watu hapa sana wamelewa. Na walikuwa nasema I am the best. Hallelujah. Kabakagu kalikuwa kanajaa. Watu wanajaa huko. Chupa 3 tine. Tulikuwa tunauza chupa moja 20 bob. Chupa ile 3 unakuta mtu anaanza kukajaga. Kumbe ni yeast na sukari ya guru na sukari ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. But God never left me. Niliuza bangi hapo na kuja nakamatwa na polisi. Napelekwa na mapigo huko industrial area. By the time nifikishwe industrial area natoa kogo, natoka. But God never left me. Bwana Yesu asifiwe sana. This God is faithful. He knows what you are going through. It is just for a time. Mimi sikuwa na expect bana, hata watu wetu nyumbani walikuwa najua nimekufa. Nilikaa miaka 5 bila kwenda nyumbani, bila kuonekana. Mama yangu alizunguka mpaka kaenda kwa waganga kuuliza mtoto alienda wapi. Ameenda kwa manabii, ametakuliwa pesa, ametapeliwa. Akaenda kwa waganga wakamtapeli. Akarudi kwa watu wa Mungu wakamtapeli. Na ndio namwambia mtegemee Mungu kwa yote. Mtafute Mungu anapopatikana. Look for this God. I feel pain when instead of you being kunisaidia moyo wangu kukua, unakuwa mzigo kwangu. Unakuwa balaa kwangu. But then God again comes to comfort me and anambia, I chose you a leader. I chose you as a leader in my kingdom. So all the challenges that goes with the leadership, you will encounter. If you don't have the challenges that goes with the leadership, then what will you tell my people? That is what God asked me. Kama sasa nawapatia nilikuwaka shekora, kuna mtu hapa hiki kichokora muka. Angalia venye kimekuwa kisumati. Simama. Si unaona? Nimemuencourage. Nimempenda. Kanisa zingine hagependwa, lakini kimempenda, kimekuwa. Sasa umeona mpaka mdomo umeanza kurudi vizuri? Yes. God bless you. Mungu akusaidie na utabarikiwa na utaenda bali. Ureko, alemeda matunda. Haumwa. Haya, ni huyo. Ulikuja. Wewe uliiba doo yangu. Ulienda na nini? Ukaenda Narok? Kwa baba. Kwa baba alienda wapi? Alikuwa ameenda saa hii amerudi. Sasa Narok ulikuwa unafanya nini? Na nani amekuboda hapa kwa kichwa? Wapi? Kubu ya watu. Shoka. Na huko umekatwa. Ulikuja mguu. Ukakuja kunitafuta. Na umenipata. Sasa ulikuwa unanitafutia nini? Kazi gani tulikuwa tunafanya na wewe? Hawa ni wale machokora wa kwanza. Umeona amerudi. Alafu sasa wewe ukuje uniligie. Na mtu amenipatia watu wa kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ubarikiwe baba. Nikio kwenda kuweka leo. Biashara gani unaweza taka kufanya ndogo, inaweza kupatia mapato madogo? Maji gani? Ununue uuze. Kama pesa ngapi? For 50 only. Katakupatia faida ya pesa ngapi? 200. Na kazi nyingine? Unaweza uza viazi. Unaweza pata mali ya kuuzia viazi. Madhe yako wapi? Madhe wa huyu wako wapi? Madhe. Asimame madhe. Ni yule.
Ule ndi madhe yako? Madhe kukuzama madhe ule. Oh, okay, sawa. We mudu wa US. Ukuruta pesa cigana ha? Tora tumuigire kawira. Tumuigire kawira ka 10,000. Ukuruta cigana? Ciothe iko kadeti ya nini? Ai, jokelele. Yes, kazi imepatikana. Who will be the mentor? Nani atakuwa mentor wake? We, huyu wa mashokora kwa wapi? Mama wa mashokora, simama. Unajua huyu mama amepigwa vita hapa. Uvumilia, hata wakikupiga, pigana na maroho. Uchukue huyu. Umesikia ni kazi ya nini? Ya viazi. Sasa wewe ndio nitakuwa nikiuliza maswali. Sababu hii ni roho yako. Wewe unapenda machokora sana. Uchuke huyu, uhakikishe hiyo kazi atapatiwa 10,000, tubufungulie kazi. That is as simple. Alikuwa chokora kama mimi. That is why I have that compassion to make him. We, niwashiririe wewe ulio kwenda kuiga. Uliko. Ko. Wena hadu hakwedi. Duwethete. Wetha uke ujitie pesa. Nitakupatia hata mimi shilingi 10,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee na hiyo Psalms. Tulimaliza. Mwenyezi Mungu yuko karibu na wote wanaomuomba. Umesikia? Huyu mtu ametoa damu, amemwaga damu kule. Ande kifaka ya kakasi kadogo, lakini sasa tutakufanyia deliverance. Ndio tujue hiyo damu ni kwa nini inamwagika, ni kwa nini unaitishwa. Kuna mtu ulipiga tu kisu mpaka akakufa. Sijapiga. Si hapa, hapo peleni kidogo. Ni kweli. Ulimduka tulisu twigi. Alikulilia sana kukwambia huyu usiniue. Ni kweli. Asante. Ndio huyo. Sasa hiyo tutajaribu tuone, lakini usiambie watu ni nani. Umesikia? Hiyo isiishie hapa. Mwenyezi Mungu yuko karibu na wote wanaomuomba. Wote wanaomuomba kwa moyo mnyofu. Kwa hivyo tengeneza moyo wako. Kaa mtu ambaye anapenda Mungu. Live in a style that God wants you to be. Don't complicate things. Just be simple. Waje kuwa complicated kwa kila kitu. Complicated kwa huduma, wewe ni complicated. Kwenye biashara wewe ni complicated. Kwenye ndoa wewe ni complicated. Yani every single bit of your life ni complication. Ni subua. Yani hakuna kitu kingine unakuaga nayo, ni kudhubura. Hapana, mwambie Mungu take over me. Beba mimi. Beba kedayaya. Yani ni bebe. Tell God to carry over you. Carry the process. Amwambie Mungu take me through the process. Allow. Just sit down. He tells Moses, sit down and see the deliverance I'm about to bring to you. Akamwambia Jehoshaphat wakati aliomba, maana Jehoshaphat waliomba, walipiga magoti wakaomba kwa moyo mnyofu, wakainua madhabahu, wakarudi kwenye nyumba ya Mungu, wakainua madhabahu, wakaambia Mungu ya kwamba kumbuka hawa watu wanataka kutupiga, wewe ndio ulitukataza tusiwaue. Hawa watu ambao wanataka kutupiga. Imagine wewe uliongea na rafiki yako Abraham. Na wakakuja. Na sasa tuko na wao. Wametugeuka, wanataka kutupiga. Baba, wewe angalia hii maneno. Hii hatuwezani nayo. Hawa watu wako na nguvu baba. Angalia moyo ambao ulilainika. Akaambia watu wote wa fast for 3 days. Akarudisha akawaambia waingie kwenye nyumba ya Mungu, watoe dhabihu. Na wakatoa dhabihu kwa moyo mnyofu. Naye Mungu akawaambia, sit down and see the victory I'm about to bring to you. Just wait for God. He is willing. He is ready to see you through. He is ready to conquer those enemies that you think they are enemies. They are not enemies. Hawa watu nafikiria ni maenemy. They are not enemies. They are motivators. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa walikunyang'anya, they are motivators. Hawa walikudanganya, they are motivators. Hawa wanakusukumilia chini, they are motivators. Wanakusukuma juu kae kwenye plani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what is going to happen to you. Whatever situation you are in now, it is not meant to kill you. It is meant to move you.
to where God wants you. Inakupeleka tu mpaka utafika ni ukinya. Hello, ugani ukinya. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Usikae kama Wakikuyu wanasemanga na kugalia amen. Si kugalia, hizi ni hapa tukigalia. I have a God. Tell your neighbor, I have a God. A faithful God. A God that cares. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee ndio masaa imeenda sana. Kumbe masaa iko. Yeah. Verse Mwenyezi Mungu huwalinda wote wanaompenda, lakini atawaangamiza waovu wote. Hello. Yaani wale ambao wanampenda, watu wale wanampenda Mungu, atawalinda. He will take care for those who take care of him. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hapa jina nasema atawaangamiza. Kwa hivyo unaweza kuwa hapa kanisani lakini uangamie. No wonder unakuta watu ni maskini na hako kanisani. Na ni kuhoyaga. Hivi ni kuangamiswa, umeangamiswa kwa sababu uko na roho ya nyoka ndani yako. Uko na roho ya chura ndani yako. Uko na roho ya snake na ziote ziko hapo, zinakaa huko. Imagine mtu uko na maroho 6. Ya nyoka, ya snake na ya snake na ya nini. Hallelujah. Ataangamia kwa uovu wote. Wachana na uovu. Wachana na kuwa mtu ambaye na roho ya chuki, roho ya kupiga watu wale wengine, roho ya kutaka kungoa yule mwingine, roho ya kutoka kuzuia vipawa vya mwingine, roho ya kupigana na kazi ya mwingine, roho ya kupigana na ndoa ya mwingine, roho ya kupigana. No, avoid this. Avoid this. Just be good to God. It is God. God has a provision for you. Mungu amekutayarishia keki yako iko. Keki yako haijakatwa na mtu na haitakatwa. You will never share your cake with anybody. It is from heaven. Heavenly bound, sealed. Na iko na muhuri ya kusema sealed. Nobody can eat what belongs to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nobody can take away your blessings. Nobody can take away the anointing upon your life. Nobody can take away what God has bestowed upon you. Nobody. Hakuna mtu ana uwezo wa kukupokonya, lakini wewe mwenyewe uko na uwezo wa kujipokonya. Wewe mwenyewe uko na uwezo wa kuzuia, to bring stagnation, to bring limitation, kuzuia mipango yako iende haraka haraka. Uko na uwezo wa kuzuia. Wewe ndio uko na kifunguo ya kwenda haraka, wewe uko na kifunguo ya kwenda nyuma. Wewe ndio kifunguo ya kukufa, wewe uko mbaya yote. The time you decide what kind of a situation I want to be in. If I want my life to stagnate, I will activate it. If I want my life to go forward, I will activate it. If I want to be successful, I will activate it. If I want to be a failure, I will activate it. Failures nyingi ziko hapa kwa sababu you wanted. Failures nyingi ziko hapa kwa sababu you chose to be a failure. Because you refuse to be godly. You refuse to live the way God wants you to live. You refuse to be humble. Because God is looking for that meek heart. Anatafuta moyo ambao umenyenyekea. Ambao unataka kumfanyia kazi. Wengine tunawasukuma wafanye kazi lakini wanakataa. Kumbe kuna kitu kinawazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kazi, tafuta kitu ambacho kinamfurahisha Mungu akiwa mbinguni. Make your God happy with you. Make your God, maana alikutengeneza na purpose. He made you with a purpose. He brought you on earth. There is a purpose. He brought you to this church with a purpose. Tafuta that purpose here, because maybe that purpose is the key to your success. Bwana Yesu asifiwe sana. Maybe that small purpose, maybe kufagia tu hapa ndio kifunguo yako hii. Kumbe sasa hiyo unafagia ni kifunguo unatafuta. Kuna kifunguo imeanguka hapa chini. Kumbe ni kifunguo unafanya nini? Unatafuta. Kumbe kuna kabato ni utakanyaga ukipita huko unapita zako. Kumbe kuna kitu utakanyaga hapa kilipwe muujiza wako. Tafuta Mungu. Ingia kwenye kazi ya Mungu, jitolee. Fanya majukumu. Kama Pauli pale anamkutaka huko na mashokora, anaanza kuniita apostle kusalimia, namwambia wewe mimi si apostle. Maana ako na mashokora 100 na watu wamenisurround wanataka mkubwa tununue lunch. Pastor wenu ni huyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Kila mtu ako na responsibility yake. Kila mtu ako na kazi yake ameitiwa. Saidia huyo mtu kwenye kazi yake ambayo ameitiwa. Labda hapo pia wewe ndio umeitiwa ununue chakula. Huyo mama unamkuta na machokora kule barabarani, anatafuta chakula machokora wa kule. Kama uko na kamia kako mupatie, usitake kuweza kumuuliza unaenda kuitumia na nini. Hapana, mupatie wewe otoka.
Wengine naonaga hapa wanafuata mpaka ile sadaka wametoa, wanataka kuangalia imefanya nini. Hallelujah. Verse 21. Is it 20 or 21? Yeah? 20. 21. Yes. Nitatangaza sifa za Mwenyezi Mungu. Viumbe vyote vilisifu jina lake takatifu milele na milele. Amina. Nitatangaza. Mwambie mwenzako, nitatangaza kwa matendo yangu mazuri, kwa njia zangu zote, kwa kazi za mikono yangu, kwa akili yangu, kwa mwili wangu. I will proclaim my God. Nitamtangaza. Mwambie mwenzako, nitamtangaza huyu Mungu. Usiogope, mtangaze huyu Mungu. Naye ukimtangaza huyu Mungu atakutangaza. Bwana Yesu asifiwe sana. God will never give you anything, a job. Hawezi akakupatia uhai, hawezi akakupatia uzima kisha ashindwe akakatae kukutangaza. Atakutangaza at some point. Fanya kazi yake bila kubagua. Fanya kazi yake bila kuona huyu anastahili, huyu hastahili, huyu anakaa, huyu hakai. Fanya kazi yake, just be holistic. Ukikuta brother kama huyu ni kohoreka brother, mpeleke kwa hoteli. Hata kama ananuka tu, enda tu useme ni perfume. Si hata perfume inanukaga. Wewe ndio uliambiwa uimagine ni kitu kizuri kinanuka, lakini ni perfume ni kitu kibaya. Sindio? But our mind was set, ikakuwa programmed that the perfume inanuka ni aroma. Hata mafi ni perfume. Ukisikia kinuka, uchukulie ni perfume, ujue ni ile Yoranda binti Sudan. Wagapi walijipaka Yoranda? Yoranda people inua mkono. Eli binti Sudan. Ni binti El Sudan. Hallelujah. Tumetoka bali. Mwambie, wagapi wa ile mkebe ya kuchoma nywele? Hebu tujue tumetoka wapi. Watu wa mkebe ya kuchoma nywele inua mkono juu vizuri. Ile tulikuwa tunachoma nywele hivi inakuwa vizuri, alafu hapa shigo inachomeka, unakaga mpaka unaendaga hivi. Mwambie mwenzako tumetoka bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitatangaza sifa za Mwenyezi Mungu. Mwambie mwenzako lazima tutangaze. This is the time. Tumeondoka kwenye 3D, 3 dimensions tumeondoka. Tumeingia kwenye 5D. Sasa ni kutangaza bila uoga na kutembea na watu halisi. Hatutatembea na manyangumi, hatutatembea na manyoka, hatutatembea na watu wa kukuangusha. Tembea hata kama unatembea peke yako, tembea peke yako. God is on you. God is with you. They will never intimidate me. Hawa! No. Mera gotiki hoteka. I'm ready to walk alone for the sake of my God. Nitatangaza huyu Mungu. Nilikuwa UK kumtangaza, naingia US kumtangaza, nitaingia Canada kumtangaza, nitakuja Kenya kumtangaza, nitaingia mlimani kumtangaza. Wangapi tunaenda mlimani? Inua mkono. Wale tunaenda mlimani. Inua mkono wote, kila mtu inua mkono, hakuna mtu atawachwa. Inua vizuri, ambia Mungu nataka kwenda mlimani. Inua mkono. Yes, inua mkono straight. Kama haujaweka githito hapa, inua mkono. Thank you. Tuote nitawaombea. Nitafanya nini? Wale hawajapata fare, I'll pray God will provide you by Wednesday, Thursday mtakuwa na fare. Kwa hivyo nenda kutoka saa hii, kama huna nguo ya white, uende wasa kutafuta nguo ya white, utaenda. Ukuwe na imani kama mimi. Mimi naigiaga natangazaga safari ya kwenda Ulaya bila tikiti. Bila nini? Bila tikiti. Na bila kujua mahali ninaenda. Nilienda Moscow bila kujua anybody on earth huko. Na nilienda nikakuta dutura mbili zinanigojea. Sikaniambia msee tuende. Na kutoka hapo safari yangu ikaanza. Milango mpaka kwa ndani, kwa Putin ndani tukakutana na yeye. Hivi. Sasa wewe na shida hapa tu utaniroga. Utaroga mtu mmeenda mpaka kwa Putin. Utaniroga aje? Huyo Mungu mwenye ananipeleka kwa Putin bila appointment. Kwani unafikiria
Yaani umeenda hapa Ukambani umechukua kaurogi na mimi nimeenda Moscow. Sio tu kuangalia gharama ile nimelipa. Ndio ujue ukianza kuweji on me. Angalia ile gharama nimelipa. Angalia nimeenda Spain, si kwenda kufanya biashara, nilienda kutafuta Mungu. Nimeenda Moscow kutafuta Mungu. Nimeenda mpaka kwa Baba Mtakatifu kabla akufe. Huko ndani Pope Paulo. Tulikuwa na yeye. Kutafuta Mungu na kubomoa madhabahu. After 5 months, kamzee kakajiendea. Kakang'adhia. Kumbe ni huyu mwingine akachora. Nikiwa huko ameruka Kenya. Anaitwa leo. Akaenda kilima huko kwa Mount Kenya. Akachota moto. Wakafanya nani akwe mgonjwa. Alikuwa Cardinal Jue. Walimuroga. Cardinal Jue ageenda kufanya voting kule leo hagepata. Ask me how. Maana madhabahu is about cloning. Do you know how to clone? Grafting. Wale wanajua mambo ya grafting. Madhabahu is about grafting. Ukitaka madhabahu yako ikue makubwa, uinuke. Wacha niwapatie good example, a simple example. Sijui ni kwa nini nimedivert kidogo, lakini for the sake of you. Maumau wakati walikuwa napigana vita, walianza wakijiita Gikuyu Kalenga. Sema Gikuyu Kalenga. Sasa wao walikuwa Wakikuyu halisi, walijiita Wakikuyu halisi. Sasa walipigania uhuru wa nchi hii wakiwa Kikuyu halisi. Walipoanza vita, my grandfather akiwa mmoja, kunyoroswa. Wakakuja wakabadilisha, wakaingia kitu wanaitwa Aroti. Wakachukua sasa hawa watu wa Korota, watu wa Linae na Likaka na Likokokondo. Sasa wao mahali tulikuwa tumesimama Mlima Kenya, walikuwa miongozwa na mtu alikuwa anaitwa Ng'ang'awa wa Jiro. Ndio aliwaongoza pale, wakaomba. Lakini at the same time walipoomba, Mungu aliwabadilisha, wakaondoka from Gikuyu Kalenga. Wakakutana na mtu mmoja alikuwa ametoka South Africa, lakini wa kanisa la Orthodox. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakutana na nani? Na mtu mmoja ambaye alikuwa ametoka South Africa, lakini alikuwa ni wa kanisa ya Orthodox. Kumbe ni Murasia. Na huyo mtu alipokuja wakakutana na kina Kahehia. Wakaambiwa sasa, for you to be successful, lazima muondoke kwa Gikuyu Kalenga, mutoke from the tribal cocoon. Why? Because wale ambao mnapigana na wao ni international. Mnanielewa? Wale ambao mnapigana na wao ni nini? Ni international, ni Waingereza. Na Waingereza wamepigana na Wataliani, wamepigana na Wafaransa, wamepigana na kila mahali wakati wa Second World War na First World War. So they are international. Na kumbe pia wakati nimeenda UK nimepata madhabahu ile wanatumiaga inaitwa Stonehenge. Lakini muhimu sana, huyu msugu aliwaambia, you cannot win a battle from your local village. You can never win an international battle. Hawezi kushinda vita vya kimataifa. Maana mtu ambaye mnapigana na yeye ni mzungu ambaye amepita inchi, ako na anointing ya kimataifa. Kwa hivyo na wewe unahitaji, wewe Gikuyu Kalenga, ushikane na mtu wa Orthodox, kwa sababu naye Orthodox amesafiri kutoka Ethiopia, amesafiri kutoka Greece, amesafiri kutoka Russia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa walipounganika, wakatoka sasa kutoka Gikuyu Kalenga wakaitwa Independent Church. Hallelujah. Hiyo Independent Church ikapatiwa ile misalaba 3, moja inaenda hivi, nyingine imeenda hivi na nyingine imeenda hivi. Niwe hia wakwa ma. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo wakaondoka from locals. Wakaondoka kwenye nani? Local. Kuwa madhabahu yao ikaondoka from the local level ikaingia international level. Hapo ndio mtu anaitwa Mogo wa Kefiro alitabiri. Akawaambia, wakati mtaona Vigira imejengwa kule Githunguri kia Wairera. Githunguri? Kia? Atakia u? Asha. Wairera. Githunguri kia mundu wetagwo Wairera. Mwanyita? Wakati mtaona kumejengwa nyumba hapo, ndio mzungu ataanza kuenda. Ni nini lijengwa?
independent schools and church. Independent ndio walijenga hapo, na ilikuwa financed na Orthodox. Wakati ilikamilika, ile mgumo ya Thika ikaanguka. Why? Because waliinua madhabahu, wakatoka village wakakuwa international. Hapo wakaweza kushinda mzungu mwenye ni international. Wewe kama madhabahu kako ni loko, nikagedhurai, nikakuuza mitura, alafu unakuja kungangana na dola mwenye amesafiri dunia mzima. Haya. Mwenye ameenda Stonehenge kwenye ile madhabahu inatawala dunia mzima. Enda Google, nenda musome Stonehenge ni nini. Stonehenge ni madhabahu ambayo ndio inatawala dunia mzima. Hiyo ndio madhabahu ya Muingereza. Ndio inatawala dunia mzima, Stonehenge. Sijui kama mtawawekea pale. Waekea hiyo Stonehenge waone. Kwa hiyo skrini kubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio madhabahu Muingereza. Hebu niambie, Uingereza mzima yote iko na population ya 120 million people. 120 million saa hii. Lakini hawa Waingereza miaka ngapi? Tuseme miaka 60. Wanaweza kuwa walikuwa na population ngapi? 60 years back. Kitu 20. Yes, ndio. Around 20. Tufanye approximation around 20. Si ndio? Walikuwa wanatawala Kenya, walikuwa wanatawala Uganda, walikuwa wanatawala Tanzania, walikuwa wanatawala Canada, walikuwa wanatawala New Zealand, Australia ilikuwa chini yao, America ilikuwa chini yao, dunia mzima ilikuwa chini yao, watu 20 million. Nataka kuniambia ni nguvu? Ni nguvu hiyo? Si silaha. Hiyo si buduki. Hiyo si kifaru, maana hawakuwa na buduki mzuri. Walikuwa na ile buduki inaitwa kotora. Lakini walikuwa na madhabahu. Na hiyo madhabahu iko hapo inaitwa Stonehenge. It is 3000 years before Christ. Hapo ndio nilienda kukanyagisha madhabahu yako. Yes. Na nikakuta kube walikuja kwa Wakikuyu wakachukua nyumba za Wakikuyu. Wakaenda walibomoa zile za Bomas. Niliambiwa ni Wakikuyu walienda kule Mkoroini wakachukua ile soil monyo, wakachukua kutoka Mkoroini iko huko. Wakachukua kitanda, baka ile kitu ya ile kitu mnaogopaga. Ile wa mama. Ile mnaogopaga. Nini? Hiyo kitu mnaogopaga. Iko huko. Iko. Enda uangalia kwa video yangu utaona. Noeji wako nao. Sasa unashindwa baka hii yako circumcision wa umbo wa mama, na huko walituambia circumcision ya mama si mzuri. Lakini why did they take the tools? Hapo ndio swali linakujaga. Tools za circumcision kwa sababu zilihusika. Na walichukua ile imefanya kazi, maana ndio imetoa nini? Sacrifice ya damu. Waka-clone, wakachukua madhabahu ya Mkikuyu, waka-clone na madhabahu ya Stonehenge, ikakuwa powerful. So you need to understand the processes of you becoming successful. Ama yule mtu mnaenda kupigana na yeye. Utajiria barayudani. By virtue of what I have done, I've been to Moscow. Nimeingia kwa madhabahu ya Independent. Pale Independent Church ilianza. Nimeenda Spain, pale kanisa ya Catholic ilianza Spain, mahali panaitwa Malaga, kwa ile mlima kulipiganwa vita. Nimeenda hapo, nimekanyagisha miguu yangu, nimeguza hiyo bunduki zile walikuwa wanatumia. Zile silaha walikuwa wanatumia nimeguza. Nimetoka hapo nimeenda France, mahali kuna nguo ya Yesu. Nimetoka hapo nimeenda Malta, ile boat Yesu alitumia ile mnasikiaga ili yuba iko Malta, nimeikalia. Wewe shoka ujirati ndio uko naye. Tuharua naye uje ukiape. What can you do? It is not that I'm powerful, but the altars around me are more powerful. They will guide, they will fight. What is the altar that you have? Inua altar yako. Mwambie mwenzako apalalia makigogona yako. Wacha utoka kwa village. Kama wewe ni hapa Murang'a, toka Murang'a. Kama wewe ni huko Kirinyaga Dia, utoka kwa watu wa Dia. Unajua watu wa Dia wakupata bibi, lazima ungeosha choo kwanza. Mandoma Kirinyaga. Hallelujah. Mandoma Kirinyaga. Yes. Is that true? Yeah? Iliksi sasa kujitetea sana. Sijasema ni sasa, zamani quality ya Mkirinyaga ule alikuwa anatambulikana kama yeye sasa ndio sasa kusema kijiji mzima ni chura, alikuwa meta kwa chura. Ndio kwa biashara. Hata saa hii ukikuta watu wengi wameajiriwa kazi ya kuosha choo ni watu wa Kirinyaga.
Idia, si wote, si kwenu. Weni mudia. Nipate anointing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Sasa tuangalie kitabu cha Mathayo 13. Mumechoka na mimi? Haya. Mkichoka tu muniambie. Si lazima nihubiri. Twende Mathayo. Mathayo 10 na ngapi? 13 mstari wa 16 mpaka wa 19. Ndio tuone Mungu anataka maneno gani haya. Matthew 13:16 to 19. Please quickly. Huyo mtu wetu wa leo ako. Nilirudi. Ni apostol anahubiri. Najua nasikia hata wao watu wa media nilienda wakaenda. Wakati walisikia nimefika, wote niliwaona hapa saa 9. Wamekuja wametoa ulimi nje. Apostle, how are you? Mmoja akaniambia, Sade, posta ya Sade unataka tuifanyie namna gani? Nikamwambia, Kube anataka tu akikamilisha hivi aniambie tuko jaa sana. Tumepata Mathayo? Yes. Lakini heri yenu nyinyi, maana macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Heri nyinyi, maana you have time to listen, you have time to hear. Bwana Yesu asifiwe sana. Heri nyinyi because your eyes can see. Your eyes can see and your ears can hear. That is the advantage that you have at nurasho keririo maita mere matatu ona warakara no kiri muthakama uthakarite. You are a good wife. Yani you look like mwa. Taroga mama mtumio. Ena ti good wife. Simama. Angalia yeye msichana. Wagechaki kabisa. Tupigwe picha. Ugia mudo leo. Ugia mudo. Thini wale toria Yesu Kristo. Mungu akubariki. Yani lakini heri yenu nyinyi, maana macho yenu yanaona na masikio yenu yanasikia. Maana kuna watu wako lakini macho hayasikii na masikio hayaoni. Macho hayasikii na masikio hayaoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuri manageria kwetha kamweke, yani muko lucky that you have a man of God that can preach to you. You are lucky that now you have a screen kama hii imewekwa ndio uweze. You are lucky huko kwa nyumba kama hii, God is speaking through. Praise be the name of God. Verse 17 please quickly. Kweli mnawaambieni, manabii na watu wengi wema walitamani kuyaona yale mnaoyaona. Hata manabii, kuna manabii wanatamani kuona mambo ambayo mnayaona sasa. Kuitamani mafundisho ambayo mnafundishwa hapa. Kuna watu wanatamania. Bwana Yesu asifiwe sana. There are people, ile mafundisho ile kitu Mungu ameniweka ndani yangu haina watu wengi. Very few in this world. Likely we are 3. Lakini uko na mtu wake hiyo ya gosi. You are lucky that you have eyes. And nyenyekea tu. Tahia kile dena kio. Just chota tu. Ondoka achia mwingine chota. Hivyo eto kichota kila wakati chota. Mungu atakubariki. Because I don't know why. Mungu alinipeleka kwa Mugiki, akanipeleka kwa Uchokora, akanipeleka kwa Robale, akanipeleka kila mahali. Nimepigwa marisasi 12. Askari waliniacha kama nimekufa hapa Australia. Wewe askari aitwa Efantas. Ule alipigwa risasi kule Kitui. Ule alikuwa mkubwa wa Kwekwe School. Huyo alinipiga risasi 3 na akaja na akanikanyaka kichwa. Kaacha kama nimekufa. Kumbe Mungu ana siri zake. Yeye aliondoka maana hakuwa na haja ya maiti. Akaita askari wa uniform wakuja wakote maiti. Askari wa uniform wakakuja wakarusha maiti wakaenda kuoga mikono kwa sababu damu. Mimi nikasikia niko ndani ya Land Rover, niliruka. Venye nilifufuka sijui. Niliruka, nikapotea bio. Askari na wao wakapotea bio, watu wote wakapotea bio. Hawakuwa jai kuona maiti inatembea. Nikatembea.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. I don't know why God decided and chose this direction for me. I don't know. Nimeenda jela 52 times, jela kuingia, kwenda kuingia. Nimeenda mara 52. I don't know why God chose me that path for me. Sijui. Na ndio ndanga mimi sitakagi kuficha anything about me, because that is what God decided to do with me. Ndio ndanga naletaga vitoto vyangu hapa na paredi hapa mnaviona. Mkathi mukiuga mundu ucio ni mumaraya. Ndio ndahura umaraya nawe. Mimi sijapiga umaraya na wewe. Wacha wale nimepiga umaraya na wao nipige. Wao ndio wanajua umaraya yako. Unashai kuona mtoto wangu Mushongi? Unashai kuona mtoto wangu Mushongi hapo? Si ni barubaru? Yes. Cheni upusi. Tena spirit ya umaraya. Waje kelete. Todole ule. Gaya hesia naye. Mwisho na shaka bwana ndio kujitana spirit ya umaraya. Watoto wangu ni makosa. Unaonanga Samia aje? Na Susi? Na Wambo? Si ni kitu. Pastor, maboy. By the way, kamekaa sana akaja kuja. Sikatafutwa na maombi kaitishwa. Unajua kule na ule pastor wa huko. Niliona ni ule wale mapasta wa kufuga watu. Katafutwa kakuja kahubiri siku moja. Yako ni no nonsense. I wish huyo ndiye angekuwa pastor wenu. Huyo ni no nonsense. Siku moja alisomea wamama kule. Hivyo mnaona hivyo mna behave. Nilikuwa nimeitwa Mount Kenya TV kwenda kuhubiri. Nikikuja wamama kinakoki wako ubuko huko wanaitwa wakuja wanakataa. Kasichana kalisimama kwa madhabahu kakamwambia walk out. This is the house of God. Don't bring your stupid ideas here. Walk out. Wamama walijikuja. Wakajua mtumishi amenena. Bego ni ile. Wadhani akosho. Kalistua watu. And I love that girl. Huyo ndiye aliniopea nikaacha kukunywa pombe. Kakikuwa 14 years. She prayed for me. Kwa Google ilikwenda kuja na pick up mzima inapakiwa hapo ya pombe. Ile kakanta, kale kakwala. Kalikuwa kanaachwa kako na wine na kila kitu. Maana ilikuwa party after party. Busi tulikuwa tunamaliza busi 21 hapo 25. Kukula. Tunaanza kutoka Thursday tunamaliza Monday. You can imagine. And the life was good. Sasa ninawaambiaga mimi I don't have anything remaining back there. Sina kukunywa pombe nimekunywa. Kuzaa nimezaa. Nimeiba, buduki nimelalisha mama. Tuko na unajua kitu yangu mzuri yangu niko na forex samples. Hata hapa tuko na forex samples. Kuna mama nililalisha chini kwa bagi. Alijifanya ati ni manager ya bagi anaita alikuwa ananiita my son. Your son really? Ajita your son. Imagine mtu akijita your son. Na nibesha agerete fake. My son. Nilimwambia lala chini tunajua baadaye mimi ni son yako na bagani. Akalala chini. Nikamwambia nipatie safe, code ya safe. Akaniambia ni namba fulani tukaenda tukafungua. Tukataka kupata pesa mingi. Tulipata 50 milioni tu. Tukatoka pole tukamwambia mama shika hii 500 ende ukakule lunch. Kwa sababu sisi am your son. No getigenyo kwa huo. Sina wacha kama umebariki. Sasa anakuaga mshirika wangu hapa. Na ananitaka. Unataka sana? Hajataka apostle. Niatigeria. Ayo hapa kunitaka sana. Usirudi kuita mtu sana hivyo na umjui. Hata kukokoa. Kweli wanawaambieni manabii na watu wengi wema walitamani kuyaona yale mnayaona wasiyaone. Na kuyasikia yale mnaoyasikia wasiyasikie. Yaani kuna watu walitamania, kuna watu wanatamania kukua just close to me. Wanataka tu kuitanishwa na mimi. Na unakuta kuna watu wengine hapa wananipiga hapa. Yaani umekunywa chai na mimi, umekula na kaugali kwa sababu nimeambia Ani anipikie kachai pale, Ani akipika kachai, akinisafu tu, ana make sure watu wawili waine wameona amenisafu. Kutoka hapo territory imekuwa captured. Sasa utakuta Ani anatembea ni kama ako na dutu.
It is a privilege. Respect the anointing upon this man. It is not a usual anointing. I'm not pleasing I'm not just gravitating myself. This is not normal. Aya. Unaona kama ni normal? It is not normal. Kama mimi mwenyewe sijielewi, is it normal? Kama ingekuwa ni mapasta wengine hapa wamepatiwa anointing kama ile niko nayo. Mungekuwa ni moge huhagia goko. Mutige huhagia. Hebu mugora goko gwitwo ne nduthi. Hebu mukona tiga nake ni wane kana wenda gwo muiki. Bwana Yesu asifiwe sana. No ahonire pio. Kabisa. Nigwa yari pio. Kaya kwarageria tere. No tuireru matukiwa ni kumutungata. Ihenya 100%. Thank you karade. Yes. Ngai witu ya kufundithia andu na korera andu umutumio ni murere kuwega. Yes, na ajiri atulire ni kunyatia. Tulisema umekunya hapa baka umetoboa. Yes, that is good. We love you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ule takiona magegania mali yake. Huyu mama alipigwa na stroke tukiwa hapa. Hapa amekaa hapa. Mdomo ikaenda huko. Mkono ikaenda. Nikamuita hapa nikashindwa. Sasa nilikuwa nashindwa ni nini? Nikamuita hapa nikaona mate imeanza kuteremka peke yake. Ayaye. Kamudo akauwerera huko. Nake huyo ni mudu. Mudu. Dada kioko kiega. Ati aigwerire na hali akatemperature ni gathuka akasikia katemperature kameanza kuharibika. Akasema kibie kanisani kama ni kukufa kufie nani? Akwira kwa ndura waruike utuke ni naruta mundu igokona. Bwana asifiwe sana. Alikuja bio akawezewa pale sasa akawezewa kwa mlima hali pale kwa stairs. Ndio liwezewa. Na ungesema ungekuja tu straight useme. Sasa ulikuwa unataka kuniletea baraka. Sasa nishiro liko ingeshira huko. Na twali ogwari utuko na tutiari aingi. Utugia huririo ugu. Nona charo adamane na charo ria mahureti yothe. Utugia huririo ithuothe twirone. Ndi nyumba hii. Akiugire haria wekira ogwa atireke nguthuke kuria thi wako ni gukua kakwire guku. Sababu nilikuwa najua siwezi nikakuja. Oh, nikiwa. Okay. Asante. Bwana asifiwe sana. And that is the kind ya belief and the faith we need to have. Maana alijua. Kama ni Mungu nimemkosea kupitia kwa huyo dugata. Kwacha nikibia huko, si ndio? Yes. Niguo ani. Hoya mutumio okerera. Mugeshuha na kadeni. Hoya mutumio okay. Nionire Ngai na maitho. Aliona Mungu. Hata mimi tukiwa pale nilimwombea, lakini nilimwombea kwa uhafifu. Kai nikashindwa hii mambo itaenda wapi? Nikauliza Mungu, ndogetekere kanitha eno. Mimi sikumwombea maombi mingi. Niliambia tu Mungu usikubali kanisa yaibike. Naye kina hawa wakamkibisa hospitali. Kufika hapa chini akatapika, nikaambiwa ametapika, nikajua hata kufa. Kama hangetapika ungeenda. Akaenda hospitali, wakaambia kama ungekosa dakika 2 ungekufa. Kapatana na madaktari haraka akatibika. Sasa akalia ni mtu alikuwa na stroke. Sasa hizi unamwona kama ako na stroke because we have a mighty God here. Tuko na Mungu mkubwa hapa. Once we say na tunasema yeye mwenyewe alisema akiwa kwa hii nyumba hatakufa. Na yeye alikuwa ngangana na dola. Sasa na tunada. Nimekelea nyamweno. Atigana. Nimekwenda training ya. Tupatie hiyo basi nyingine. Tulikuwa Mathayo. Tumefika 19. Basi nyinyi sikilizeni. Mungu anazungumza na nyinyi leo. Basi nyinyi sikilizeni. Maana ya mfano huo wa mpanzi. Bwana Yesu asifiwe sana. 19. Yeyote asikiaye neno juu ya ufalme wa Mungu bila kuelewa ni kama zile mbegu zilizoanguka njiani. Yule mwovu huja na kunyakua kile kilichopandwa moyoni mwake. Kama hujajua ufalme, kile kitu tunazungumzia hapa, wewe ni sawa na mbegu ile imeanguka kule nyikani. Just try as much as possible to understand. This is not ordinary. What I'm teaching you is not ordinary. Bwana Yesu asifiwe sana. It is not local. Sio ile kitu mumezoea.
Najua the problem with you, you are nomadics. You are Cushites. Ni Makushite walikuwa nomads. You are Cushites. Wale mnapanda gamia mnaenda kutafuta maji Garissa kutoka Nairobi. Mumeruka makanisa kama 500. For you, you have got no value for the word of God. Because mnaongojea muujiza itafanyika lini. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why sometimes I do it deliberately not to pray for anybody. Because nataka wale watu wa muujiza wamwende mkatafute muujiza huko. Nataka wale watu wataelewa neno ambalo Mungu ameniweka ni kuhusu ufalme. The kingdom of heaven. Bwana Yesu, once you understand the kingdom of heaven, things will just open. There are mysteries in the kingdom of heaven. God will unravel himself. Atafunguka. Maisha itafunguka. Dunia itafunguka. Angalia venye vitu vinafanyika dunia hii. Bwana Yesu, tulienda mlima. Mliona Mungu akifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. The same ile kitu ilifanyika mlima, ilifanyika UK. Na nilienda bali kabisa ndio muone huyo Mungu nikiwa bali. Nilifanya ile kitu tulifanya kwa mlima, mvua ikamwagika immediately. Sasa wewe unakuja kusema maneno gani? Just seek this God. Tafuta huyu Mungu. Wachana na hiyo tumiujiza unakuja kutafuta hapa. Wachana na hiyo tumiujiza. Mimi siobei, nikiongea tu hivi watu wanapona. Because I believe in my God. Whatever I am speaking is life. You are supposed to be healed automatically. I don't need to touch you. I don't need to speak to you. I need just to stand here na command. Nilienda UK na command mvua inanyesha kwa madhabahu yao, na nikachukua mchanga yao nikakuja nao. Kumbe mpaka huko wako na makando zao walikuwa wameakisha. Nikachukua hizo kando zao na hawakuona nikizichukua, niliiba. Denachua. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliiba. Watadu. Na hiyo tutaenda kuiakishia kwa mlima. Turudishe moto yetu huko. Maana walichota moto wakaleta hapa. Turudishe moto yetu. Kenya ichukue ushukani wa dunia. We are the kings of the world. Yes. I wish you can know why God chose you to be here. I wish you can understand what God has given you here. Kuna watu huko walikuwa wameniblock, wananiambia huwedi, kaa hapa mwezi mzima tutakusustain. Tukae tu na wewe. Lakini nakuta hapa mtu very painful. Sometimes mpaka nasikiaga, nauliza sasa hii maneno ni gani? Lakini Mungu wako akaniambia, ninakupenda mtoto wangu. Tuendelee mami. And this God loves you. Ile mbegu iliyopandwa penye mawe ni mfano wa mtu asikiae neno hilo, na mara akalipokea kwa furaha. Hebu uliza mwenzako, wewe unaweza kuwa ni hiyo mbegu ilipandwa ikamea. Wewe ni mtu ambaye ulipokea hilo neno kwa moyo ambao ulikuwa na furaha. Did you receive the word of man of God? Did you receive the teaching? Did you receive what we are being taught? Do you receive this man of God? Ama unamuonaga kama ni Toro Dakade Hudson? Si vibaya kuona Toro Dakade Hudson. Si hata yule Mary yule wa mto aliona Yesu kama Toro Dakade Hudson. Na maisha iliendelea. Na mudomo gideleli. Yes. You are entitled. Hi. Maisha mara kutolilia. Sasa uko sawa? Next time tutaenda naye America. Sema amen. Bana amen. Ile mbegu iliyopandwa penye mawe, could you be that seed? Ni mfano wa mtu aisikiae neno hilo na mara akalipokea kwa furaha. 21 please. Verse 21. Give us 21 quickly. Lakini halishiki na mizizi ndani yake. Sasa unasikia? Ulisikia neno lakini haukulishika na mizizi ndani yake. You never held it. Huendelea kulizingatia neno hilo kwa kitambo tu, na wakati taabu au udhalimu unapotokea kwa sababu ya neno hilo, anakata tamaa mara that. Hebu tuone wale watu wa kuruhusu hope.
people who lost hope because things are not working. Bwana Yesu asifiwe sana. Because what you thought this man will become, this man is not behaving like so. What you thought this woman will become, this woman is not behaving like so. What you thought this church will become, this church is not behaving like so. Paka unakata tamaa mara hiyo hiyo. Could you be that person mwenye amekata tamaa? Things are not working. Nimeanzisha kabiashara, did not work. Nimeanzisha ka something hapa, did not work. Nimeanzisha huduma, haianzishi. Nimeanzisha friendship, nimepata kimutu kizuri, nilikuwa nafikiria kimekatani kama kinakataa. Things are not working. Things are not moving towards the direction that I wanted. Could it be you are the one mwenye bego yako ilianguka juu ya mawe? Jiulize, umekuja hapa, how many times have you been here? What do you have? What have you received from this anointing? Ni nini unaweza kuambia watu imebadilika kwangu kupitia kwa this platform? Apart from Moshene, ni nini gine nimepata? Because pia Moshene ni anointing. Apart from masegenyo, kupiga watu na kuduga watu migogo na kungusha watu na kujaribu kufuja huyu, mtoa huyu, toa huyu, naeka huyu, what else can you say nimepata? Because also that is an anointing. What is this can you present before God and the people? That out of this I have achieved. This is what my God has done. Praise be the name of God. What can you, ni kitu gani unaweza kuinua Mungu yako ainuliwe? Ainuliwe. Na uimbe nyimbo, acheni Mungu aitwe Mungu, acheni Mungu aitwe Mungu. Huyo Mungu wako ndio aitwe Mungu. Ataitwa Mungu wa umasikini, ama ataitwa Mungu wa masegenyo, ama ataitwa Mungu ya usherati? Ataitwa Mungu ya nini? How will you be a God? Mungu wako atajulikana namna gani? Hebu jiangalie tu, Jerry. Jiangalie tu, jiulize. Mungu wangu ataitwa nani? Atajulikana aje? Kwa sababu Mungu wako anajulikana kutokana na wewe. Mungu wako atajulikana na matunda gani? Can't you just serve God? Relate yourself with God and live the way God wants you. Mungu akikupatia kitu ya ampatie, chuga hii mali yako, chuga vizuri, penda. Mungu akikupatia kihadisa mugae, kichuge, kipende. Nilea, Israel. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiyako negera kimuthuri kiega muria, ukinyerere, ukitunze wega. Nanyita, teko mukoma, teko mudhinikania. Maybe kaini kuona onire ati we no ugemenyera ngoro yake, tondu ngoro yake ni hinyererekete muno. Ujeri ni athinekania. Mwathani agocwo. No athinekania kada teno, na gakada kanona ni ka innocent, nona kayo kada ka innocent. Alafu nikage na kitumia tagike kia kathinekania. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaneo huduma tena, unapata huduma kama hiyo ichunge. Badala ya kuichunga unajaribu sana venye itaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Badala uchunge unapatiwa department ya hapa kuchunga, unapatiwa department ya praise and worship. Badala ya kuchunga praise and worship unaiangusha. Unapatiwa department ya ushering, badala ya kuchunga ushering unaiangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unashindikana. What did you come to do here? Ni nani alikuita hapa? Maana huyo si Mungu. What did you come to do here? What did you come to do in my life? Because that is not God. You are unfair to me. Eh? Why? Ni nini? Wakire weka. Odhinekania, one tuno adhinekania. Utono adhinekania ri. Weteithia nake. Tono adhinekania ministry ri. Weteithia nake. Tono adhinekania wira ucio ri. Weteithia nake. Tono adhinekania mundu ucio ri. Weteithia nake. What? Umejisaidia na nini? Umemwangusha. Yes, umemwangusha. Umefaulu kumungoa hapo. Umefaulu kumuondoa hapo. Umefaulu kwenye jambo fulani. So what? What did you find? What did you benefit from? What is your benefit? What is your benefit? Utapeleka mbinguni kusema ulifanya nini? Ati ni ulitega watu wangapi wakaanguka?
Ulichangia watu wangapi ndio waondoke? Kuna watu hapa wameondoka kwenye huduma kwa sababu ya kupigwa vita. Kuna watu wako hapa wanaobeaka watu watoke. Wao watoki, lakini wanaobeaka watu watoke hapa. Unasikia mtu anakuambia niligalilia gukira Daremu. Lakini ikifika saa 6 wakati service inaisha, ndio unaanza kusikia ati zakinya rarita nigunyajia kwe hali ndaro igiga kinyare. Niko sherero. Sasa unakuta kuna manyangumi ziko hapa, manyangumi, mashaitani za watu. Kazi yao ni kukuja tu kupiga watu. Kazi yao na kuteremka, anateremshana na wewe mpaka pale chini ndio akupatie maneno mafinyo. Atoki lakini anakuambia kai waka huko. Hey, apostle. Osio. Huko nega yote magato ikare. Huko dada. Please, dago da idatu. Huko eherera. Huko doge toria. No weko. Yeye atoki, lakini wengine hawatatoria. Sasa imagine that kind of a person in your midst. Unashindwa. Do you ever pray to God? Na kama huyo unaobaga Mungu gani? Grace, to think loudly. To think loudly. No ahoro, no amena, kugwa apostle shiore. Hai, kugotire gai. No ego kuri, dotiraga Wednesday, dotiraga Tuesday, dotiraga Friday, Saturday kijali ukakurara guku. How do you communicate with God? How do you relate with God? Praise be the name of God. How do you relate? How do you go back to kwiraga uramwira atia? No aikata mundu yes ni athie wa gain k. What did you gain? Yeah. That is unakuta, it is deep rooted in your heart. The evil heart, the evil mind, the evil spirit, demonic powers and forces. But ole wenu gai, ole nani wenu. Tulishift kutoka hiyo 3D ya masegenyo tumeingia 5D. Hii ni baya. Hii ni nini? Ni baya, na itafanya action immediately. Hii ni baya. Hii inaitwa 5 dimensions. Nitawafundisha kuhusu hiyo 5 dimensions. Hii ni baya. Hii wacha mtaona watu wakiinua tumiguu hapa juu wakipiga moduru. Haya, hii ni kali. Abia mwenzako hii ni kali. Hii ni wrong number. Yeah. Na hii itakuwa deliberate. Wacha nikwambie, hii itakuwa deliberate. Itagodhigita agnes, itagodhigita just deliberately. Deliberately itagodhigita tu deliberately ani baka usikie moto imewaka unakanyaga huko haraka. Hao ni hotora akinyira leo. Ndio mwiraga hao tugetheka riri ngimugacoka mukona kaundo nigekeka. Yes, ekau. Yeah! Master relation. Mikaeli. Uwe ate. Nekidu toe doi. Mudo toe. Na toe do. Wewe ina wate. Wacha kae hapo, mpatie microphone. Unasumbua mama kuja kufanya nini? Mama. Jamaa za mjui kuiba. Tusikia amesema nini? Microphone iko wapi? Kazi yako ni gani wewe umekaa hapa? Mwathani Ngai aheo goci. Amen.
Ngai arakwĩra arera andũ nĩ kũigua makũigua mathikĩrĩrie nĩ tondũ meragwo na matiguaga. Ihinda nĩ rĩgũkinya Mikaeli nĩ aharũrũkĩte nĩgetha ahingie ũrĩa atũraga mũhete ũyũ. Hallelujah. God, thank you Ngai. Harũrũka we na Mikaeli na Jesu na mboto yaku ya bara ndagwĩtia nyũmba ĩno ũke ũikarĩre itĩ ici ciothe na maisha makwa nĩ ndakunengera. Simple as that. Yes. Tuma mathayo ama tumako. Ekugaga ate mathayo. Tupatie kitabu tuhame hapo ndio tumalize. Tupatie why do we have this testing? Kitabu cha James verse 4. James 1 verse 4. God is still encouraging us. God is giving us hope. Whatever you are going through, that God, I have invited the Spirit of God now to take control. Holy Spirit, take control. Take control. God, Mungu anawapatia siku 7 za kutubu. 7 days to repent from now. Yes. 7 days. He's saying that he's giving the church 7 days. Mumekuwa kejeli. Sasa he has taken over the ministry. He has taken over the management. He has taken over everything. Ati Michael ndiye amechukua to take care of his church. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Yes. Yaraba shantori bakatarabo hamtafauru kulifai kuna dakuta karabakita kusiponyenyekea oria bakutaraba shekere magandori bakatarabo nikunyenyekea ya kuondoa roho ya ukatiri. Odora ya ukatiri jawari wakontari basadari wakandoriwa. Iya lira katoria sandara. Iya. Kugane maigaga ne mamoe. Iya raba sanda na matira mamwa na mamomenye. Mogo ikara wega kia hinya. Jawari wakontari bakutara bashandara bae. Iya kuna kupemberezwa. Utanyoroswa riba kantori ya kutaraba shandariba nirikita kiarabaki tia nibiri chagua yenye utapitia uria kutaraba shandariba kutarabai nemogo sagora njira iria mokugerera chagua ile je utapitia kaitiwa itharo rida kantori ya saida rida kiutaribai motigotora moya gwandata na matira igua Omoa garaje vane arega ritaki utiria saida ridetara wakiutara bai amekata kata tigai kolito heria dugate agai vera waya riba kutara bashandari baburia rikani kata karabashe kere bagando motigai kolito hia vera rida saida ridai kiutari dai riva kontari da saida ridai motigai kolito hia vera agai Tigai kolito heria duka tawera Ngai. Oi, doga soka kwa mbura mekora. Ngai ni araga. Doka mbura mekora. Tiga kwa mbura mekora. Deino wa wera wa Ngai. Ya kantara. Ukaerada. Mungu atakufunulia. Yote.
Jehova kondari bakiutari dasaida rikitirikika kakasakara baburia mimi kirikiki kurikusa rabaya sandaro wanafeki 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 Oria basandari bai kutarabashida rabai rikarabashandoriba makata karabashikiri mama ganda Jehova Oria mayakuta mutasimama musipasimama mutajua mjui Oria masandara boy nekia forori orathoka omukihoyaga nekia maundu mothe marainama omukihoyaga nemuguikara wega thiini wa Ngai na kana Ngai eonanie Oria bashana ribakatara baboria nirikita kurisaidia kyu oratiria mamundu thatiria niratiri ngoro yaku ethima menyekana niguo ni wawe kuria wetitwo na iguru riria orathie wicuranie njira ni igiri ni Ngai mwene riva kontarida esiu ucagure ria ukwenda. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Thank you. Thank you. Master Iwa Q kwenda na babi naye kontaridi ya Raika Sign Master Iwa Qta walitae Curineta station ya Raika Curinae nekolikaya na kulikia Raita station ya Raita Q kogoria na kugari da Curineta station ya Raita Q kwae binae kontaridi ya Raika station ya hake Jehova ridai moto uko Riverside Curineta for Raida zaidi mukera modify redation ya Raita Curineta mokerikaya ne todo abintae Curidai na baya corona side Curineta station Raita Q magogona maburu kada redation for dinasiri yake iria kirinae Curineta raini yake Jehova jire kwenda mae Curineta station Raita Q mokera modify Raita Curidai mokerega na mokerikina ki ne todo aburu kada raini ya kulikaya Curineta gora yakwa ena harama shana rima Qta ridai shuruma saida rineta foraida sari na handa kolikae na kulikia Raita sani Master River Q morikae ne todo aburu kada raini ya Qta ridai wagoi ana ribineta foraida sani na hali na ki kolikae na kulikia Raita sani Master River Qta gora yake ena ribineta foraida sara masida yali nati gora ya kulikia na kulikia sana magogona mabiri kada rineta foraida saidi mokerifae Raita kigogona redation moto 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 hari hana binta Curineta station Raita Q mokerifa sign Curineta sign Master River Q ate dukata ya gaidere do giwa aranga soronana anjaranga taranga taya modify Rineta station Raita Q kolikina na kulikia Raita saidi netoro wapiri kada na baya redation Curineta station Raita Q mafrona shandaria hili na side redation kwenda hada yalihana Curineta modify Curineta station Raita Qta mokorokota na modify side alinae totikori kina Curineta side alidai kigogona yake tikianyu horoda harama shana rama Curineta session yare ikakwena binae Curineta modify Rineta alidai side Master River Q modify na baya Q negada kolikae Curineta wajiro wa barakata na mashana korokota na kulikia Raita side moko motikori fasaina na mokori kina Curineta station Raita Q na badu kata ni mashana ni mahanda wa ira dukata sara mashana na mahanda atawatire monafio gearia irina shindiri na Curineta sari basaida na baya bintae Curina saida ridai ridation fara na shini na handa na inae Curineta sara masidaya glory ikoni nae sara masidaya binae Curineta fororive na hara mashana na makata na mashana jina haranta Curineta station Raita Q jarakanda ramashana ramakata wari neta rinae saida siri ya kulikia na kulifa saina na babi nae konda ridai mwera fidi neta for ina saida didai dinta Curineta station Raita Q okay hirinae dinta Curidai station yara ikakinta Curida na baya ridima kuhora raini ya Q oribineta redation yara ika
nitoro kwenda marafara mashandara makiurineta station ya kiurineta wagare wajara kana limahanda ena brukada limashanda ekera haranta kiurineta na kokorofosoro na handa okerigwo ni todo wapinta ya kiurineta station ya kiurineta sarama sidaya beri valineta linaya hojara ngatara ngatiki kigogona nation kiurineta station right q etekera kolimineta na baya redeemer negetha ulifasa ine kigogona redemption QQQ redemption right q murago ina hidintai kiuridai Okay. rida shadara makiurineta oroda sharantai kiuridai Gaya heo kosi. Mwa gosho. Ni murakaru. Na ya kinya kumenya. Mwathani tunaambiwa ni wakati wa wenye no matire nama me haha guthukia wira wa Ngai no makoragwo gite kia mbere no Jehova Ngai ni murakaru ni tondu mehokeirwo wira wa Ngai naguo makahana tari guo marathukia kugite na ruo ni tondu Jehova Ngai aheana ndumiriri makoha raini iyo nigetha undu ucio ndugakinyanire Jehova Ngai arori atiriri ni nginya ri ndungata yakwa nie ni ndirenda wa ni ngwambararitie nigetha maundu maria mari thiini wa bururi ukorwo kimamenya ona nigetha mwathie kirima mukahoya undu ucio kehera no ngigithie atia angikorwo angi matirenda kuonana angi marathie mekinyume kia uria we urahoya ni tondu matirenda wira wa Ngai uthie na mbere Ngai auga ni murakaru na tondu ni arakarite ri ni aroka kwirihiria hau mbere gwatuika ati wekaharia gatagati-ini kao ati maukaga na maundu mao makoha okorwo ni ndungata ya Ngai wira wa yani ndumiriri ri ikahana ona gukuheana guhoro ukwendekanaga nigetha Ngai akuguuririe ri undu ucio kahana ta wahera tondu matirenda mamenyeke mehithite thiini wa andu Ngai ni murakaru. Thank you. Mwathani Mwathani agocwo Ngai akumio twerwo gatagati-ini ka haria mathukitie wira wa Ngai me haria makoha raini acio maikara haria mbere ni meyui no ri urutaga wira ucio Jehova Ngai ni murakaru
na gatagata-inĩ ka andũ acio maroha makoha ũtungata wa Ngai atĩ ona ndungata ũgĩũka ũgakorwo gatagata-inĩ ka ndũmĩrĩri ĩkinye nĩ tondũ nĩ mohire rĩ ũndũ ũcio ndũngĩkinyanĩra. Twarũririkane cũcũ nĩ tondũ kwĩna roho wa gĩkuũ mamoikĩirie roho wa gĩkuũ, ona nĩ Ngai ũmũhonoketie mahinda marĩa ararĩ thibitarĩ, no Jehova Ngai araiga ũcio ũreka ũguo nĩgetha we aume mũhuro ũyũ wa riũa, nake Ngai nĩ akũndiri nake to mamoikĩrĩirie roho wa kũmuoha atĩ mbaru ciake ona akaigua nginya mahũri make nĩ maratura, no Jehova Ngai aiga gatagata-inĩ ka ngoro yani ha mũgongo aiguaga tarĩ kĩndũ kĩramũtheca, nĩ ũrĩa maramoikĩria mĩguĩ nĩ tondũ nĩ amenyaga maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Okire gũkũ nĩgetha atirĩrĩre wĩra Ngai, no rĩrĩ nĩ ahirwo nĩgetha wĩra wa Ngai ũharagane, no Jehova Ngai nĩ mũrakaru tondũ amũrehete haha nĩgetha atirĩrĩre nyũmba ya Ngai. Jesu kigogona redemption dai. My phone is the station yake Jehova. Kazi yake iko Riverside na my father. Kulibineta kigogona redemption. Na modify right acute. Kumuhara Jehova Ngai. Akirana kirina. Line yake iko Riverside. Inna hili araika. Kumuhara Jehova. Natara wahinya wako. Na tuwi wako Ngai. Ana wako mwanamaki. Ni wako ha Jehova. Nodhararia ndungata ziako. Zina borokaria mafurudana na abaya binae konda redemption 2 in the station ya Kirida abaya. Thank you. Tumpigie Yesu makofi. Thank you very much. Yes. That is the kind of a church that we need. Yes, najua kumekuwa na vita kufunga hawa wasifanye kazi ya Mungu, lakini shosho ndukamake hatiri handu maragutwara nurameheririe Okay. Ora ira na makeo ya makiuga tene ngokua. Ni ndigokua. Ni megokua. Are gwereirwo na hau thutha ndathiĩ ndamũrũga.
Tusimame tu kwa miguu yetu. Shika sadaka yako ya kutubu dhambi. Fungua kinywa chako mahali popote ulipo, utubu dhambi zako. Kama kuna mtu, najua mmepiga watu, umesengenya, umenena, whatever you have done, you've been instrumental hata kufanya moyo wangu ukose amani. Just be on your knees and repent this. It's a huge judgment coming upon you. It's a huge, it will make you cry. Na wale wengine walitoka kwenda hapa, wamekuwa wakienda huko na huko wakiongea mambo mabaya, wametupiga. Huyu mwingine ametoka hapa, anaitwa sijui Pastor Sami, ameenda kuomba maombi mengine ati kutufunga hii kanisa, kutupigana na sisi. Kina Daudi, kina Nanze Kehu, wote wameunganika, wameshikana pamoja kupigana na sisi. Oh my God. Father, I want to thank you, to honor you, Jehovah. Uliniita tu nikuje, nikuwe mshikilishi na msimamizi wa madhabahu hii. Baba, najua madhabahu ni yako, kazi ni yako, mimi ni mtumishi wako. Na kupatia watoto hawa wote mikononi mwako. Wale wazuri na wale wabaya, wewe ndio unawajua, na wewe ndio unajua hukumu ambayo unaweza kutoa kwao. Baba, sina kitu nimejishikilia. Musa alikuja, wakati alirudi akakuta Dathani na Kora wamejenga mahema zao. Alikubembeleza akakwambia tu saidia, usimalize wote. Mimi Baba nakupatia wote kwako mkononi. Fanya maamuzi yako jinsi itakavyokupendeza. Nyumba ni yako, kazi ni yako, mimi ni mtumishi wako. Sina mtu ambaye nimejishikilia, sina mtu ambaye nimesimama naye kusema huyu usimguze. Baba, na kuomba tu tenda hukumu, tenda haki yako kwa kila mtu jinsi ya uovu wake ulivyo. Father, I thank you and I give you glory. Do your will in this church. Prune whatever is prunable. Uproot that whichever is uprootable. Remove that whichever is removable. Baba, we are not looking for numbers. We are looking for your people. The people who are ready to hear from you. We are not looking for any finances ama vitu vyovyote vile. Hatutafuti kujitajirisha. Tunatafuta Baba mkono wako ukue hapa. Tunajua silver na gold zote ni zako. Mali zote za dunia ni zako. Ninakuomba Jehova, kunao wako hapa wamekuwa wakifanya usherati. Kunao wako hapa wamekuwa wakipiga wengine. Kunao wako hapa wako na idhito. Kunao wako hapa wamekuwa na masengenyo. Kunao wako hapa wamefunga huduma ya kinabii katika nyumba hii. Waliifunga, wakasema hakuna nabii ataongea tena. Mungu, pia ninawakabidhi mikononi mwako, washughulikie. Wewe ndio unajua. Umenituma Uingereza, nimeenda, nilikubali. Ulinituma Moscow, nikaenda, nilikubali. Ulinituma Italy, nikaenda Baba, nilikubali. Ukanituma mlima wa Kenya, umenituma sehemu mbali za dunia. I have done that, not with pride, just because of serving you, Father. Father, I surrender myself to you. I surrender this altar to you. I give myself back to you, that you may do your will in this sanctuary. In this altar, Father, I surrender it to you. It is not mine, it is yours.
msaada wako Bwana, Bwana, Bwana. Mungu nipe uvumilivu Bwana, Bwana. Yesu nipe uvumilivu Bwana, Bwana. Mungu nipe uvumilivu Bwana, Bwana. Yesu nipe uvumilivu. Hata ndugu zangu wamenigeuka, wataka kuniangamiza. Wamenitega mitego mingi, wanawinda roho yangu. Baba, twakuinulia mikono yetu, naungama dhambi zangu binafsi na dhambi za watoto wako. Naja mbele zako kutubu dhambi hizi, naunganika na kusanyiko la kundi la mbinguni kusema Baba, tuatubu dhambi hizi. Na itubu dhambi hii kama baba wa nyumba hii, maana makosa haya yote nimeyafanya. Ninakuomba tu Jehova, unipe msamaha, unipe rehema na unipe another chance. Nitarekebisha na nitaifanya kulingana na mapenzi yako. Sitaegemea na sitafanya jambo lolote ambalo halitakufurahisha. Ninakuomba Baba, ukanishike tu mkono na ukaniwezeshe na kunifaulisha kufanya malengo yako na kufanya nia na kusudi zako. Nikae kwa mapenzi yako, nikae kwa njia zako. Niwezeshe Baba, ukaweza kuniondolea wale wote ambao hutaki wakuwe karibu na mimi, na ukaniletea wale ambao unataka wawe pamoja nami. Baba, ukainue viongozi na ukainue watu ambao unataka wawe ndio watakaoshikilia kazi yako hii. Asanti, asanti kwa kusikia kilio chetu. Asanti kwa kunisikia. Nikiwa Uingereza Baba, nilikuuliza tu unidhihirishie kana kwamba uko pamoja nasi, na leo umenidhihirishia. Unidhihirishie kana kwamba nimechoka, maana mzigo huu umekuwa mzito sana. Wameniweka kwenye giza totoro, wamenifunga miguu, walinifunga mikono, walinifunga moyo wangu, waliinua madhabahu kutoka nje na kutoka ndani. Wengine ambao wanaenda kwenye milima wametoa dhabihu nikufe, wametoa dhabihu nikaweze kuangamia. Lakini Baba, mimi najipeana tu mikononi mwako. Wewe ndio ulinituma Moscow, wewe ndio ulinituma UK, ulinituma Spain, ulinituma Italy, ulinituma kila mahali pale nimeenda. Nimekanyagisha miguu yangu kwa sababu ulipenda nifike pale, na jinsi ulivyoniambia nikafanya, nilifanya. Mungu tu nikumbuke, nikumbuke tu. Usiniache nikaangamia, usiniache kwenye mikono ya maadui. Kumbuka wakati nilikuwa Mungiki, huku niachilia. Sikuwa nakujua, lakini huku niachilia. Sasa Baba, nakujua, usiniachilie. Tukadekererie Baba, tukareke Ngai mahurie, tukareke mague. Nimena hinya, mena uhoti kugira, mena uge, na mena mawara maingĩ mũno kugira ndingĩhotana nao. Na kuomba tu nishike. Nimechoka, nimezidiwa, nahitaji msaada wako. Nipatie hekima tu niweze kuongoza watu hawa, niweze kuongoza kwa njia ya mapenzi yako. Nipe hekima nikatembee kwa uwepo wako, nipe hekima nikasimame kwa njia zako. Oh my God. Keni sadaka zenu hapa.
Yule mama wa kutoka Rodhegete, zini Rodhegete ama ni wapi? Yule alikuwa na watoto wako wapi? Unasikia unahitaji kuregeshwa kwenye mikono ya Mungu tena, unaweza kuja hapa tu mbele tuombe. Wewe ule ako na kitambaa, huyu kuja. Na kule mama tulikuwa naye kwa ofisi yako, kuna watoto wadogo, mlete. Simama hapa. Unahisi ya kwamba Mungu ni kama ulimwacha Mungu na ungetaka uregesho, sogea tu hapa mbele. Umechangia kwa njia moja au nyingine katika kuvuruga amani katika nyumba hii. Umechangia kwa njia moja au nyingine katika kufanya moyo wa mtu kainama. Umepatiwa kazi ufanye nyumba hii, umesusia. Umeshirikiana na mtu ama watu fulani kudhoofisha kazi ya nyumba hii. Njoo tu hapa mbele. Unajihisi ndani ya moyo wako ya kwamba haujakanyaga hatua zile Mungu angetaka ukanyage. Umekwama. Njoo hapa mbele tutuombe na wewe. You feel that haujakaa venye Mungu alikuwa anataka ukae. You need God. You need kuongezewa nguvu. You need kuongezewa nguvu. Yes, wachana naye. Usapoti tu, lakini usiache, usikumuzuia anguke. Yes. Karibieni hapa, karibieni. You feel that you need God. Kanisa yote mpige magoti hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kinyume na mapepo na nguvu za giza. The spiritual husband, witchcraft, spirit of powers of darkness, I destroy you in the mighty name of Jesus Christ. Ninakutenganisha na maroho yote ya waganga na wachawi. The spirit ya usherati, toka in the mighty name of Jesus Christ. Out in the mighty name of Jesus Christ. Ondoka. Out. Come out. Come out now. Come out now. Come out now. Come out. Shh. Kanisa lote, kila mtu apiga magoti hapa. Na kama unaona hauwezi kupiga magoti, kwenda kabisa. Toka ukwende. Can't keep wasting on my time here. Ona inyo muturie maru kana mukomedhi. Muturie maru kana mukomedhi. Mware mwana guturie maru mukomedhi. Kila mtu. Na wale wako kwa choo, mutoke kwa choo. Unaenda kupeleka uganga. Nani huyo anatoka? Huyo anatoka ni nani? Toa watu kwa choo. Na hiyo magi anakia komia. Kama hauwezi kupiga magoti, unaweza kukaa ama kulala chini. Kila mtu akuje hapa. Kuna mtu choo? Watoe. Ndio ameendea mahirisi. Ingia huko kwa wanaume. Kuja huko wewe mami.
Fungua kinywa chako, jitetee. Funga hiyo mlango. Fungua kinywa chako. Jipiganie. Jipiganie. Fungua kinywa chako, mwambie Mungu, nimekuja kutubu dhambi zangu. Nimetenda maovu. Nimehusika kwa njia mbaya. Nimehusika kwenye madhabahu ya kishetani. Nimehusika kuzuia kanisa hii isiendelee. Nimehusika katika mipango ya kiusherati. Nimehusika katika mipango ya kuinua dhabihu za kishetani. Mwambie nimehusika, na leo nimekuja kutubu dhambi hii niweze kufunguliwa. Nimekuja kusema ya kwamba Mungu nisamehe. In the mighty name of Jesus Christ. Sema nyuma yangu, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nimetenda dhambi ambazo sistahili hata kuwa kwenye hii madhabahu. Na kwa sababu umetoa msamaha, nimetubu dhambi hizi zote na nitakutumikia. Na siku nyingine sitahusika kwa njia yoyote ile kudhalilisha madhabahu haya ama kudhalilisha mtumishi wako. Madhabahu nitaipatia heshima na nitatumikia madhabahu hii. Sema katika jina la Yesu. Amen. Sema amen sasa. Na Mungu anasema mutaomba siku 7. Cleanse yourself for 7 days. Connect yourself to God 7 days. Na watu wote wale wakwenda mlima wote mujiandikishe. Muende kwa ile ofisi, kila mtu aandikishwe. Ule ataenda. Nataka kujua hiyo list. Ndio nijue wale watu hawana pesa niwaombee. Najua by Thursday mtakuwa na pesa. Na yule mtu anasikia ako na pesa mingi, anaweza kulipia mtu mmoja au watu wawili. Andikisha tu hapo. Kama uko na shilingi yako 10,000, shilingi yako 1,100, wewe andikisha tu pale, tusaidie watu wengi, because kuna kitu ya muhimu sana tunaenda kufanya hiyo tarehe. Ni Mungu amesema tuende huko, kuna kitu tutapokea. Venye tulipokea siku hiyo ingine, kuna kitu Mungu anaenda kutusaidia tukapokee katika jina la Yesu Kristo. Father, I thank you and I honor you. Kumbuke huyu mtoto wako katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Mkumbuke mtoto wako huyo. The mighty name of Jesus. Remember your son. The mighty name of Jesus. Remember your daughter. The mighty name of Jesus. Remember your son. Kumbuka watoto wako hawa. In the mighty name of Jesus. Father, in the mighty name. Yes. Inua tu mikono yako miwili juu. Sema asante Yesu kwa kunibariki. Asante Yesu kwa kuponya moyo wangu. Asante Yesu kwa kuondoa uovu ulio ndani yangu. Asante Yesu kwa kunipa kibali tena. Semeni amen. Wale ambao wangetaka kukuja kwa deliverance service, tuingie hapa saa 10 kamili. And now may the grace sasa salimia watu wawili watatu, waambie karibu kwa deliverance na mlima, na umwambie mlima ni lazima. Mwambie mlima ni lazima. Na wewe ukiwa uko na pesa unaweza kusimamia. We need your 10,000, we need your 20,000, we need your 50,000. Tusaidie ndio tufike kwa mlima na tubebe wale washosho tuwapeleke huko. We need them, tunawahitaji by all means.